Nataka kunyange mguu jiko hivi si. Yeye hakuna mtu amesumbuana na yeye. Alikuwa anakaa vizuri. Sisi tunasema pole, sisi hatukutaka kumpoteza, lakini kifo ni lazima. Na vile ameenda hata sisi tumebaki na majungu. Kwa hivyo tunasema pole kwa watu ya hii area, kwa sababu yeye alikuwa mshirika wa watu wa hii area hii. Sasa ametoka. Waje tuombe Mungu sana kwa wakati huu, kwa sababu mambo ya kifo imekuwa mbaya. Leo tuko na wewe, kesho huwezi kujua ni nani anaenda. Kwa hivyo kitu kizuri ni kuingia kwa kanisa. Vile mama Irene alikuwa Mkristo, uombe Mungu. Mimi najua vile amelala akiwa kwa mkono wa Mungu. Kwa hivyo sisi kama familia tulikuwa tunaambia ile wageni wetu wa Mombasa kwamba Irene alikuwa mtoto wetu hapa, na alikuwa ametufanyia mashughuli mengi. Kwa hivyo wale wageni mmekuja hapa wote, tumesema asante kwa kukuja. Na Mungu awasaidie mkiruti, muruti vizuri. Nilikuwa nachukua hii nafasi kidogo tu niite familia kidogo wale wapo nyumbani, kwa sababu vile mnajua hii wakati wa corona hatuna wakati. Hata ni party kidogo tunaweza ongea kama sali moja. Kwa hivyo nilikuwa nachukua hii nafasi niite mtu moja mbili wale wa hapa nyumbani waweze kutoa lambi sao ili tuone vile program inaenda. Sina. Okay, asante sana. Nafikiri wacha tufuate vile program inaenda. Asante sana. Majina yangu ni Arfayo Ngereza. Mimi ni papa ya Edward, papa ya Irene. Asante sana. Kwa kutukaribisha, kuna ndugu mmoja ndugu wa Edward George Nyariki, njoo mbele kidogo tu kwa
for around 2 minutes, nawe pia uweze kutukaribisha hapa nyumbani. Nawasalimia katika jina la Yesu. Amjambo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuwa nasi tangu asubuhi, tangia tuanze mpangilio hii mpaka sasa imekamilika. Kwa hivyo nataka kualika muwe nasi mpaka tumalize masisi. Kwanza kabisa napea kanisa pole, na wengine kama ndugu Joe semeji wetu ambaye alitoka Mombasa jana, tukawasiliana kwa anajua mpaka tukakutana Kitao. Semeji asanti, na ukirudi waambie wale wa masemeji wengine ya kwamba mulikuja na mumewakilisa. Jambo la pili ningependa kusema ya kwamba tafadhali tufuate sheria za COVID, inakuja mbaya. Kwa hivyo wote mmekaribishwa katika familia hii ya Edward Ndege. Kuna wengine pengine wanijui kwa sababu mimi nimekaa town miaka mingi. Mimi naitwa George. Papa alikuwa na nyumba mbili, kwa Edward kubwa na nyumba nyingine iko pale chini. Kwa hivyo mtu akiniona Kitao ajue mimi ni ndugu ya Edward. Pia akiniona pale Bonjali ajue kwetu ni hapa. Karibu sana. Asante. Asante kwa kutukaribisha. Next, we want all family members hapa nyumbani, uncles, aunties, brothers, cousins, abaiwa chikorera. Mutaweza simama hapa mbele mkiongozwa na Daudi Nyariki, wachukuliwe picha na wakiketi. Alafu mmoja ataweza homba, na kama kuna tribute itasomwa hapo. Kwa hivyo David Nyariki, this is your turn. All cousins, all aunties and uncles wa nyumbani hapa mtaweza simama mchukuliwe picha. Tafadhali msimame. Tulitangaza haitaenda normally, mkutano itaenda hivyo vile inavyoongozwa saa hii. Kwa sababu ya COVID-19, we are taking less than 2 hours. Kwa hivyo msimame ikiongozwa na David. Kama kuna any choir of any denomination, mtaweza patiana china hapa mbele muweze kupata nafasi ya kuimba. All cousins hapa nyumbani, aunties, chikorera, or off sides, or from all sides, mtaweza simama hapa mbele. You have got around 20 minutes. Kuna sanitizer ilikuwa hapa mbele ya white, tulikuwa tunatumia kwa vipaza sauti. Yule ambaye alipepa aweze kuirudisha, inahitajika. Family members hapa nyumbani, tafadhali nafasi ni yenu, hakuna nafasi nyingine. Magara, this is where you come. Tunakuhitaji uweze kuomba. Family members, Daudi atawaongoza. Chikase ni chanka, chianti, chianko, kamuranje tenena, abaiwa, tenena bosia, murigereri, tenena kurubosia murigereri go chiaria, egere makwebicha. Ayo otenaino yo, fundi wa mitambo, watasimama pande wakiangalia hapo, uwachukue picha. Mnaongozwa na Daud. Patia kipaza sauti Daud aweze kutuongoza. Wajitambulize kwanza. Kwanza vile mimi naongea, mimi naitwa David Nyariki.
kwangu ni hapa chini tu. Edward ni ndugu yangu. Hata mimi sina mambo mengi. Irene alikuwa mama mzuri sana. Au kuwa na mambo mengi vile Anka Rubaya aliongea. Ni mtu alikuwa na maneno machache sana. Hata mkikutana naye ni kusalamia na kucheka na kwenda. Tena vile alikuwa mtu wa kanisa. Alikuwa anapenda kanisa sana. Vile tumekaa na yeye hapa sijawahi kuona mambo yake mbaya tunakosana nini na nini. Alikuwa mtu mzuri, mama mzuri. Hakuwa na maneno mengi sana. Kwa hiyo ndugu Edward, nakupa pole sana. Kwa mtu sujaa kifo, sisi tuko safari tafadhali. Kwa hiyo vumilia ndugu, maisha iko namna hiyo. Oyo ningeomba wale mnaita Edward, wale ndugu za Edward, dada msonge mbele mchukuliwe picha, alafu tukedi. Tukienda hivyo mpaka tumalize, mama ataomba. Huyu vile anasimama ni kasani yangu ya Edward. Wilfred hiyo ndiba. Kwa majina ni Winfrida Nyariki, mke wa George. Esta que mundo. Edward nkumurunyi. Florence Ndege, Irene ni kamati yangu. Elf ni Ndege, nyumba ya mati. Kamati Irene. Kama kuna tribute hapa ndio itakaposomwa. Delvin Kemunto, Irene Yanchiang. Damaris Kemunto. Idat kom. Machina na wirikisa nyaboke mugaka. Caroline Ovonyo, umwiwa wote. Mama aweze kubaki tukimaliza na magara kwa maombi, na kama kuna tribute wale wako nayo watasabaki kwa kusoma. Tutasaketi wengine. Kama kuna tribute ingesomwa hapa. Wakwani pia muri nyotora samavi. Irene no mwana no lengumiya. Wanje ino mwana Edward. Mong'ina mtona ararita gantiga no mugaka. Ono ngotiko sabande. Taombo kikisi. Omochen tata Nyasaye oligoromono. Tata Nyasaye no roche. Muna Irene ararite tata omonene, tata Nyasaye. Abana bamwabomba rwete mumbaso omonene. Nyasaye akabarenta buya akabara akabakiga iga tata Nyasaye. Omonene tata Nyasaye nenge natigarita omonene. Amane abana bane tata Nyasaye gotoigwane no omonene. Nduntor koro kanene mbenge nene tata Nyasaye. Omwana ndo tuanje ine mono tata Nyasaye. Agantiga iga suwe kubwense. Omonene tata Nyasaye. Ongo saba goje gora bwasuri. Omonene gorendo omochiyo yondege tata Nyasaye. Family yonsi Nyasaye. Ndutu atiga ira abatore mo. Abachokoro bana betu ati tata Nyasaye. Toba omonene tata Nyasaye. Omochenu ayo tata Nyasaye ole iguru. Watoe tobo moyo. Tata Nyasaye nyatu asara tikurwa somugondo eten. Tata Nyasaye nyare gweta nanga maraika. Aso omochiyo yo mogimoke ngara tata Nyasaye. Na asabire goche gora asbua sore. Na korere ire mono monene. Tata Nyasaye. Omwana Irene erango gendare. Tata Nyasaye ntoka morora linde. Tata Nyasaye ntuwato tikire tore moyo. Omonene toigwane muna toigwane ino omonene. Tata Nyasaye. Tata nagosabire omonene. Tata onyare gonteneri buya tata Nyasaye.
nyare ko bagongo menya aki abana bane tuatika iri Nyasaye tata Nyasaye urumono ayata teke ukyo bugima tata Nyasaye tina kwenda mangi tata monene ayana sabira wenere gora bwasore asobya bwana mwana Yesu Kristo mtori oito. Aise kuomba pia. Okay, amchamboni. Ni lazima tusalamiane. Ingawa tuko na msiba mkuu kama huu, lakini nafikiri sisi tuwe na uhai, lazima tusalamiane, na kifo hiki kinatufundisha mengi, kwa maana kimetokea pengine kwa ghafla hatukutarajia, lakini kimeshatokea tayari. Huyu ni mtoto wangu, mimi ni ango yake, kwangu ni hapo karibu. Tumeishi na yeye vizuri, namfahamu vizuri sana. Wakati alipomaliza kazi yake akaja hapa nyumbani, tumekaa na yeye kwa usalama mwingi. Ninajua huyu ni mtulivu, tena ni mtu ambaye anamcha Mungu. Lakini kuna jambo moja nataka niwaambie kama mimi ango yake. Neno la Mungu ni kitu cha muhimu. Kila mahali ambacho tunachoenda kama masisi kama haya, lazima neno la Mungu litawale. Kwa maana Mungu ndio muumba mbingu na nchi. Nitaenda kuomba, lakini nasi mmoja wenu nisomee fasi 2 tu au 3 kutoka kwa kitabu cha Mathayo 11 kuanzia 27 hadi 28. Ninawasihi tafadhalini, kwa maana neno ni kitu cha muhimu, neno la Mungu. Kwa heshima mnisomee neno hilo. Sijui kama mmesapata. Mathayo, kitabu cha Mathayo 11:27-28. Lakini tukianza 25 hiyo itakuwa mzuri. Nisomee kwa Kiswahili ili kwa maana watu ambao wamehudhuria masisi haya ni wengi kutoka sehemu mbalimbali za Kenya. Mathayo 11 kuanzia 25. Ndio. Maandiko yanasema hivi: wakati ule Yesu akajibu akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya huliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Hiyo ndio hicho. Okay, endelea. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Chitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. 30. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Mmesikia neno hilo? Mimi nilikuwa mtu ambao nilikuwa na mizigo mizito. Mwaka wa 79 mwezi wa 3 tarehe 10, siku ya Jumamosi, niliposikia sauti ya Bwana ya kwamba mwenye dhambi hawezi kuirithi ufalme wa mbinguni. Kapatikana mimi ni mtu ambao nilikuwa natembea na malaya. Nilikuwa malaya mkuu. Na kwa maana nilikuwa naachiliwa kazi, nafanya kila kitu, nilikuwa natumia pesa zangu kila mahali na malaya. Si hayo pekee, mambo ya pombe ndio alinifunga pamoja, kwa maana pombe na usalati ni mapacha aliyosaliwa kutoka kwa tumbo moja ya Shetani.
Basi nikakaa na hayo, hata nilienda kwa Wachagwe kwa wahanga, nikachukua Elisi akaje kanifunga sana. Nikawa mtumwa wa Elisi. Nikawa mtumwa wa dhambi nyingi. Sale sila ambazo nilikuwa natenda, lakini mwaka huo nilitubu nikapeleka dhambi za msalabani. Bwana Yesu akanioza na damu yake. Mimi ni MSD. Tena MSD wa zamani kidogo. Sasa taomba. Lakini niliaza. Nataka niombe. Omba tafadhali. Jina langu naitwa Norman Magara. Kwangu ni hapo karibu. Tunapakana na huyu. Tuombeni. Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu wetu isiye milele. Mungu mwenye fadhili. Uliumba mbingu na nchi. Umeona yale ambayo ametupata hapa. Kwa maana hatukukutii kutoka mwanzo. Tuliharibu. Ugatulaani tukapata kifo. Kutoka babu zetu tumekuwa na hicho kifo kimezaa konya watu wengi. Hata wazazi wetu hawako hapa, sisi ndio wa mwisho. Kuna wengine ambao wanaendelea lakini hawakujui. Naomba Baba wakuone, wakimbie kwako ili wapate msamaha. Watubu dhambi zile ambazo wanaofungwa na yule Shetani. Inaombea jamii ya huyu mtoto wangu Ndege, Edward. Wale wachukuu wangu walehemu, waendelee kuwatunza vizuri kwa mikono ya papa yako. Waendelee kuwasaidia kwa kila njia. Waendelee kuwabariki kwa kila njia. Wae watulivu tena wakuchue. Na wale ambao pengine hawakufahamu, wakati ambao watakapotoka hapa, wengine warudi Nairobi na wengine mahali popote, nimesawaweka mikononi mwako ili waendelee kuwalinda njiani, wasingire na damu ya Yesu, na tena walinde wafika salama salameni. Huu mkutano endelea kuyaongoza vizuri ili tukimaliza tutaendelea kukushukuru. Tumesa kuomba machache kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Asante. Ni familia ilikuwa inalia. Ukipata nafasi sasa, kuna mhubiri ambaye ametengwa kwa minajili ya kuhubiri katika mkutano huu. Ukipata nafasi, kama ni kuomba uweze kuomba, ama kama kutoa erongori uweze kutoa. Tumeenda sehemu nyingine. I'm calling upon the family from Irene Kitao. Wale wametoka Mombasa. Taita tafeta huko. Nafasi ni yenu sasa. Mutaweza kucha mbele nyinyi nyote mkiongozwa na Choe Faraj. Kuna kelele sehemu ile, I think. Huyu ni ndugu wa Irene na mke wake, wametoka Mombasa. Kama kuna wengine walikuja pamoja naye, mtaweza ungana hapa mbele. Lakini vile walisikia virongo imefungwa, walikuja hawa peke yao because of the lockdown. You can take, mtaweza endelea. Bwana Yesu asifiwe tena. Edi, familia ya Edi, watoto, wajukuu, na jamii ya Ndege ambao walikuwa wako hapa. Sisi tumetoka Mombasa, tunawaletea salamu za rambirambi kutoka kwa jamii yote ya Irene
ambao hawakuweza kuandamana na sisi hapa kwa sababu ya haya mambo ya COVID. Kunao ndugu zetu kutoka kwa Swai family, ndugu zetu kutoka kwa Kitao's family, ndugu zetu kutoka kwa Jacka's family, ndugu zetu kutoka kwa Mbotela na Fara family, ambao wote wamenituma, na Levi family wakiwa wamesikitika sana kuhusu hichi kifo. Tafadhali pokeeni salamu hizo za rambirambi, na Mungu awajalie. Tuko pamoja na nyinyi, wamesema kutoka Mombasa. Sitasema sana kwa urefu kwa sababu ya shughuli vile inavyotakikana kufuatiliwa sasa, especially wakati huu. Mimi ni kaka mdogo ya Irene. Tulizaliwa kwenye family watoto 8. Nilikuwa na ndugu yangu mkubwa marehemu akiitwa Bernard, alafu akafuatiliwa na mwingine akiitwa Arthur ambaye yuko Nairobi, alafu marehemu Victoria, alafu sasa marehemu Irene, alafu Elena, alafu mimi, alafu kulikuwa na mwingine anaitwa Ann na John au wa mwisho. Irene, kusema kweli, mimi nilipokuwa nikifungua fahamu vizuri, alikuwa ameshakuwa mkubwa mpaka yuwafanya kazi Nairobi, na alikuwa kweli mama mkarimu ama dada mkarimu. Mimi aliniangalia, nilikuwa nikitoka skuli na kuja Nairobi, ananitizama kama mzazi, na najua yeye alikuwa ana uzoefu mkubwa wa upendo na kusaidia wenzake. Na alipokuja huku kuishi Kisii, ni hizo habari zote tumepata hapa, twajua ni kweli na sio za kuekelewa. Yeye alikuwa mtu mzuri. Watu wengi kule Mombasa waliomjua wamesikitisha sana na kifo chake ambacho kilikuwa ghafla. Yeye pia hakuwa mtu mzima sana, lakini ya Mwenyezi Mungu tutamwachia yeye, manake kila mtu katika dunia hii ana siku zake, na siku zikishafika basi Mwenyezi Mungu anachukua ambacho ni chake. Basi mimi nitakuwa sina mengi sana ya kusema, isipokuwa nasikitika pia kama ndugu. Na Edi, tafadhali waangalie wale wengine waliobaki. Mungu wakupe nguvu na ujasiri, watoto wakue vizuri. Basi sina mengine, Mwenyezi Mungu atawasaidia. Mke wangu anaitwa Nira, na yeye atasema kidogo. Alafu tunaye ndugu yetu pia kutoka Mombasa, lakini anaishi upande huu, anaitwa Kennedy, pengine atasema neno moja mawili. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu Mwokozi. Wapenzi wapendwa, leo kweli ni siku ya majonzi, lakini Mwenyezi Mungu katika neno lake atuambia, nimezoea kizungu, atuambia kwa in everything we give him thanks. Yes, we should not be anxious about anything, but in everything we give him thanks because he is God. So leo mimi ningependa kusema pole sana kwa familia, pole sana kwa ndugu Edi. Mimi ni shemegi ya Irene, kwa majina amesema anaitwa Nira. Nimemfahamu Irene kama wifi mzuri, sisi tunaita mawifi. Na nimesimama hapa kwa niaba ya dada zake, wamenituma, wameniambia nipeane risala zao za rambirambi. Dada zake waliobakia, Elena, Eni, hawangeweza kuja kufika hapa kuomboleza nasi au kuomboleza na nyinyi leo. Na pia nimetumwa na wake wenzangu walioolewa katika family. Mmoja anaitwa Sophie na mwingine anaitwa Flora. Wote pokeeni pole zao. Wamesema pole sana ndugu Edi, pole familia, pole watoto. Watatafuta siku wataweza kuja kuwatembelea. Poleni sana.
Najua neno la Mungu katika kitabu cha Isaya 40 verses 31, mimi nimezoea Kizungu, mtanisamehe, lakini atakayesoma kwa Kiswahili aweza kusoma kwa Kiswahili. Neno latuambia, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So sisi tunaona kwamba tunajua kwa Mwenyezi Mungu ndio muumba wa kila kitu, na wakati kweli wetu ukifika, kila mtu atarudi kwa Baba, kwa maana tunamuita Baba, na ni yeye peke yake ndo atakayetupa sisi nguvu wakati huu mzito, wakati huu wa majonzi. And so he gives us strength to the weary and he increases the power of the weak. Watoto, kumbukeni kwa mkilia, mkumbuke kwa Mungu ndiye sovereign, atawapa nguvu, atawatia amani, atawapa imani pia ya kwa mumtumikie yeye na mumwamini yeye. And so mkimtumaini yeye, yasema kwa atazidisha nguvu zenu na mtapepea kama ndege walio na mawingu. Mtakimbia na hamtachoka, na mtatembea na hamtazimia. So tumaini letu leo kwa Mwenyezi Mungu, Mungu mwenyewe na mipango yake, tuweze kumwangalia na kumtumaini kwa kila jambo. Sisi twashukuru, safari imekuwa ndefu, tumetoka mbali sana, lakini leo nimekuja Kisii mara yangu ya kwanza, na nashukuru kwa Kisii. Japo ni jambo la kusikitika na la majonzi, lakini Irene ametuleta mahali mji mzuri tumeona, na tashukuru Mungu. Tashukuru Mungu sana kwa salama, kwa safari salama, na pia tunaporudi tungeomba salamu zenu ziwafikie watu wa Mombasa. Asanteni, mkae pole, muwe pole. Amen. In Jesus name. Asante. Mtasaomba. Basi tuombe tafadhali. Mwenyezi Mungu, wewe uishie milele, mwenye milki na uongozi wa kila kitu. Baba Mwenyezi, tunakuomba kwa ajili ya shughuli hii, kuwa Baba ulitutangulia na haya mambo yalivyo, na wewe utalinda mpaka mwisho wake kwa ajili ya jina lako takatifu. Baba, tukuomba kuwa kila kitu kitakwenda kwa ajili ya mipango iliyokuwa imewekwa mbele yako na kukabiliwa na jamii ambao wako hapa. Kwa hayo machache, Mwenyezi Mungu tukuomba utuwezeshe na utumalizie sherehe hii ya kumsafirisha dada Irene. Twajua kuwa yeye yuko pamoja na wewe huko, kwa sababu yeye alikuwa ni Mkristo, na neno lako linasema, nitasema hii kwa Kizungu, kuwa because you live he shall also live. Mwenyezi Mungu, nakukabidhi hayo, na tena nikisema kuwa the righteous say to the righteous, it shall be well, and it shall be well to the family and to all the mourners here. Ijapo jambo hili ni gumu, kwa niaba ya kila mtu ambaye pia yuko hapa, nasema na kushukuru, tukisema asante sana Mwenyezi Mungu kwa yote yale yalikotokea, na hata huu utaratibu ambao unaendelea sasa. Kwa hayo naomba kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Asante familia, na tunasema poreni sana. Asante sana kwa kuja kuomboleza pamoja nasi, na poreni kwa kupoteza dada mpendwa. Waombolezaji wote ambao mko mkutanoni, let us keep social distance and mask up. Weka maski yako, usiweke maski kwa kitevu. Maski yako weka mahali inatakiwa kuwekwa, ndiposa tuweze kumaintain COVID-19 rules. Na nawashukuru kwa sababu mmechiweka vizuri, and maintain that one. Linda mwenzako na wewe uchilinde. Naenda kwa sehemu nyingine.
Mahali Edward Ndege anashiriki Friends Church Gianchere, kuna pastor ataweza kuja na washiriki wake, pastor aweze kuomba tafadhali. Mahali Edward anashiriki Friends Church Gianchere, kama pastor wake ataweza omba, kama kuna washiriki wataweza simama kwa picha, pastor aweze kuomba. Mpatie kipaza sauti. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, waliokuja kusimama pamoja nasi wakati huu mgumu na kuweza kutufariji hapa, na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Sisi kama kanisa la marafiki Gianchere tunasema pole sana kwa ajili ya ndugu wetu Edward kumpoteza mpendwa wake. Kila ambacho tunaomba ni kwamba Mungu akasimame pamoja naye wakati huu mgumu, akaweze kumfariji, kwa sababu yeye ndiye aliye rafiki wa karibu. Kwa hivyo ningependa kutoa tu kifungo, na hatutasoma lakini na nukuu kutoka kwa kichwa Zaburi 46 kuanzia mstari wa kwanza, kwamba Mungu kwetu ni kimbilio wakati wa shida na wakati wa mateso. So wakati huu mgumu, wacha Yesu akaweze kuwafariji, wacha akaweze kusimama pamoja nani wakati huu. Kwa hivyo tungependa tuweze kuomba kwa sababu ya wakati. Wacha tuweze kuomba alafu tutakaa katika jina la Yesu. Jehova Mungu uliye mtakatifu wa watakatifu, tunakushukuru na kulinua jina lako mchana wa leo kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Asante kwa sababu neno lako linasema ya kwamba tukazidi kufarijiana sisi kwa sisi na tukazidi kubebeana mizigo. Tazama wakati huu mfalme, tumesimama kwa sababu ya hili pengo la kuweza kuombea familia hii ya ndugu Edward, kwamba ukaweze kusimama pamoja na wao wakati huu mgumu. Yesu ukaweze kuwafunga na mshipi wako wa rehema, ukaweze kuwafariji, kwa sababu wewe ndiye Mungu wa karibu. Wakati tunapokuwa na shida, Bwana, tunapokukimbilia tunakuwa na usalama. Asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye amekuja kwa ajili ya kuombea familia hii. Ninanena baraka na ushindi juu ya maisha yao. Asante maana utatenda yaliyo mema. Kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Mbarikiwe sana. Asante sana Friends Church. Asante kwa kusanyika pamoja nasi kwa kuomboleza kifo cha dada mpendwa. Kuna WhatsApp group ambayo ilifanya kazi ya maana sana kwa kufanya huu mkutano uweze kuwa vizuri hivi, ambao walifanikisha huu mkutano. Kama kuna mwakilishi mmoja ama wawili, tafadhali njoo mbele mpigwe picha, mmoja aweze kuomba. WhatsApp group ambao mlifanya kazi nzuri ambaye ilifanikisha huyu mkutano. Kama kuna mmoja ama wawili, mtaweza kucha kwa picha. Kama wako na naitana Edward Ndege's friends from Nairobi and all over the country and globally. Mtaweza simama hapa mbele, mmoja wenu aweze kuomba. Friends from Nairobi, all over the nation and globally, tukumbuke mkutano huko live in YouTube ambao unaangaliwa ulimwengu wote. These are friends from Nairobi and all over the world. Okay, thanks. Mpatie kipaza sauti aweze kuomba. Asante kwa kunipatia hii nafasi, nami nilete rambirambi zangu kwa rafiki yangu kwa miaka mingi sana. Kwa majina, mimi naitwa Maxwell Nyanga Magoma, kwetu ni Nyacheki. Mimi ni mkurugenzi wa KTDA Nyamache, na nilikuwa mkurugenzi wa Kenyatta National Hospital. Eddie tumekaa na yeye for too long.
hata wakati amekuja kuoa bibi yake tulikuwa pamoja, hata tulikuwa na mwenzetu pia ametuacha, Meja Nyambane hapa. All along we've been together. Eddie kwangu na kuombea mazuri, have that strength. I know you have lost your mate. It's a very complicated thing, but take it easy. Mungu ako na wewe na atakujalia, na watoto wamekuwa wakubwa. Mungu ndio anayepeana na kuchukua. So take it easy. On behalf of the family of Magoma, I also wish you all the best. They could have come, but they didn't manage. So yangu ndio hayo machache. Haya yako kwetu. We have all this. These issues are all over. Just take it easy, Eddie. I couldn't have missed. Thank you very much. God bless you all. Na wale mmetoka mbali, wenzangu kutoka uko Taita, kwa tunafanya kazi huko Samani na Plan International. Murudi mzuri, Mungu awe nanyi. Kisii ndio hii, mmeona vile iko baridi. It's a very good place where Irene came. God bless you, and you'll take care of your journey back. God bless you all of us. Asante. Asante sana. Asante sana. Kuna mmoja anataka kuimba from Masimba. Tafadhali kaini hapa mbele kwa sababu saa zimeisha. Na karibu tumemaliza mkutano. We are about to finish mkutano. Kuna WhatsApp group, kama mmekuja tafadhali nafasi ni yenu. I'm about to hand over to the church. Ndio mahubiri yaendelee, na family tributes itakuja wakati wa maombi wa familia. Kwa hivyo nafasi yenu iko. Tukapata kubarikiwa. Wimbo ni kutuambia ya kwamba tukapata kutazama Mungu wakati wa shida, wakati wa janga la corona kama sahi. Yule ambaye atakuwa mlinzi wetu na msaidizi ni Mungu. Ninainua macho yangu na kutazama milimani, msaada wangu watoka wapi? Bali unatoka kwako Yesu. Ninainua macho yangu na kutazama milimani, msaada wangu watoka wapi? Bali unatoka kwako Yesu. Yesu Bwana, umeuponya moyo wangu. Ewe kweli ni wajabu,
Wabariki. Asanteni kwa nyimbo. Sasa naenda kupatiana kipasa sauti kwa chief wetu, Chief Keva Umai, aweze kusika usukani kuanzia hapo. Amjambo wakubwa na wadogo wenye kuja kufajii familia. Habari ya mchana. Praise the Lord. Amen. Kwanza kabisa ni kushukuru Mungu sababu tuko hai. Tumekuja kushuhudia sherehe ya mwisho ya mtoto wetu Irene. Mimi ni baba mdogo ya Irene, besides being a area chief, but I'm uncle to Irene and my son Omwega, that's the name I know. Eddie. Wale wachukuu, pole sana. Familia nzima ya Ndege, familia ya King'ara, Kenyureke Gima, pole sana. We have lost a person. Olenge in my office as a secretary to my development committee before our demise. Otherwise, yaje tebuango enjira na yano kageranga na yano kurwa to kamorora. Ona wita kamora gose tinka manya babiri batatu. Some of us it took us by a shock. Let me say, Eileen was a very hard-working lady. Somebody who is ready to do anything it takes to make sure every kind of ninyara sign and duty are very successful. Besides that, she was a Christian, God-fearing person, so I've never had any problem from her since the time she came home, or since I became a chief, because by the time I became a chief, she was already in my village. Yakabere, tige kine kiaba gani na bande, ntewe nga kinembi ya mono. Abantu alibe kenyora so bwara no mwaru weta matanga ya rentara mukazi wande buyense kusema kikisanga kende. Na wane njere mupangiri ora, na bano muntu wese dakali mwana na acha na bakora ngantu bana mubwati amachi. I'm very happy about it. Thirdly, ntobuate ibintu bibiri bitatu serikali tete gukora kama kiabane yechu duma card tuganda tukoba togote yabaswati bali mutaraje nji bande kuja seito moja kichikadi seino kama hujabadilisha kitambulisho yako kuja kumali umeolewa kadi yako inaenda mahali ulisaliwa. Ya tatu na karibu na ya mwisho karibu ni mwita my chief, mimi na area assistant chief, ni ya kwamba tutafanya toitolike chineti nyichiba registered moja mo registered house to every household. Chineti ya serikali ya letire ba angusi chiumbwe chikortaki. What we need from you no kuru the right information tago ishalete to my family ya gusi bwata bana gwetani komi inere era abene to jiko imukanga ne chineti nyingo tonga ngana bwata bana 16 onye kubwata 16 but ikomi banyuamire igo bararikeruka kando igo muri right information ya bantu bagocha muba mo cooperative na bara gachinet chiri kuburonge ba mutinyonane tunga twa compile list wa code to ba chinet lakini ntara kora pi umwana naro gusoka some school ya driving naro gali yabo yacha abantu ba driving school nga ibale representative of that driving school just a word no mwarimu we school nya kalensa abato agetia tukona kubogera rende lakini nabo yo mitoto kwa enia no mwarimu nya karamya akagocha iga mukwale lingane elimo igane sarut then hand over the mic to my chief. Nashukuru sana kwa kunipatia kipaza sauti tuongee kidogo, hata ingawa hakuna mambo ya kuongea mengi. Sasa pole yote yenye yamefanyikana hapa kwa kupotea ama kufa. Kwa niaba ya shule ya Zodriga Driving School, ndio wenye tumekuja nao, wanaweza majina tu ndio tumalize.
familia, majirani, ndugu na dada, na wasalimia hamjambo. Tunachukua nafasi hii kuleta lizara za rambirambi kwa njia ya kipekee. Zodriga tumemwajiri msichana kwa jina Eliana. Hakuwa amekamilisha hata wiki moja. Kwa kweli wakati tulisikia habari hii ilikuwa ni jambo la kusikitisha sana. Kwa hivyo wakati huu jisikie tuko pamoja na nyinyi. Kwa majina naitwa Geoffrey Ombati. Abairi abasani abale mwacha kurupora gaiga nanje nanji kirako bapore na twekire kwa niaba ya skuru ya Sodriga aso yo minto neronyorete muzibo oyo kurende abaminto gendikaga nako batebi neginga oboremu tikoko bapore moremererie makweli na makoro lakini asoria moikere na ndiga ko bamageni kurende ngoma za bapore mobe no kolemereria samariete nkuru kwa Edwin Ombati ru suneka. Asamarieta ngoro ku Felix Rwenyo. Tunafanya kazi na Elena na sina mengi ya kusema. Sasa tumeshukuru kwa kutupatia nafasi na tunaomba muendelee kuwa na moyo kama huu wenye mlikuwa nayo, na at least Mwenyezi Mungu atatusaidia baadaye tena. We thank you very much. Asante. Mwalimu Eskunaro. Kwa niaba ya skuli ya. Ando batengambi ya mono. Abalimu korora nebirasi bare jeno munyakero go okoagitie senga kieye munyakero go dona sireterasi ya tigante bi family ni aba yeskuru amore bodi yeskuru bore yo minte tuat nero koleta mangana make yo kogere skuru yega jaga ase purani tuale gokora ne community igo basirikia ine no buyabu Mong'ina oya Irene ekagera skuru yega jaga elia kabere stima njarenge community ya etu atiesa ete toro te gue baka karete transforma ga ni aba yesukuru goikera bono tana gotueresa na amanyete tuna kusukuru ngangwa konyete no ene community ngima ekagera stime ga jaga na egaja ni aba yesukuru moroje transforma igebekire que guanda que tu ati ese saulio sukuru ta buata space akalemo karenga ke tu ati aganje transforme be kwa igo no mo ga como yorenge soko purani ebinto ebinde no na community tari komanyesa go purani koru transforme ya etu adiabe gere stima ne ya serikali ne sukuru gabe gere stima etali go akanwa ego koruelio ndobwate jimita lakini jimita jijirure ne company ya wegete stima ego mbuya monetu adiese gasenge ya wakorete kabere na beto ko tokonya sana ese sukuru
na mbeye mona gatokonyira umujanga karoto ereire twagajire sukuru gwetira Irene akaretwo ati ataria nere tware gusaba. Irene no muntu lengo muya alikuwa muntu kwa understand akasaidia shule mara nyingi, na maji tulikuwa tunachota hapa tukajenga shule. Kwa hivyo asante, hata ngawa Irene amerara na shule mmempoteza jirani mwe. Asante sana kwa hayo ni haba ya shule ya mwalimu mkuu. Mimi nasema bora, asante sana. Ntarachi korangerio yo gusaba ko Simon yo rugesonso egara chief amana ko okwana ikyo moiso na kwana chief kinyore ne kijakire lakini erugane na nyore bajage kuiwa bana bara bali bajage kolete mekono tigamba tenge rugene ngo jigutumia abana simule erugeria na roje mbuje ko baira na ende mbuje ko legas igo mumanya bina to ko ragere rugite go ikera ge go ikere njere ngabuneria na bakonyora kwa bwana ile teya bana balia na ndinde tikora mwana onde bwesi ole siko teko anda skuru na nyota bana babere batatu ngo mwana wangete skuru mwibore tana kontebi nyoro mwana bwo siko teko anda skuru tana ntebya we ndio tunaumana na wewe. So Simon njo sabe timati Simon ngajale ngo ngo sabe ule ruge sonso tingane eli mwego sabe chief you take over and we finish as we last the other. Na wasalimia mnyota mjambo nche onarwa abo nchali gesonso tomete na George sa personal friend na ranga tigane nche mbatebie pole ono lingane limo nago kana mangana mugambi kwa na iga na bobu nensere. That is the way to go. Tiga top sabu protocols buna serikali yegete egere gusento menye matukumake gocha se family ya ino George ase oyoti wa Edward na Irene yoti mukire nduto wakarnya sambi amone kiagera amatuko narayo arenga amenye nduri ko nyara mwanya bante ko nyara extend amatuko atagete komenya ali nyasabe kire narayo ono lende tigangire bagiri asoko saba na ndi natebere pola ase family mwensi moreme asomonne tusabango. Mtakatifu, mtakatifu Baba wetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo tukitoa shukurani kwa maisha ambayo umepatia kila mmoja ambaye amepata kufika hapa ili kumomboleza mwenzetu Irene ambaye amepumzika. Watoto ambao ameacha na mzee wake Edward tunaweka mikononi mwako kwa njia ya kipekee. Mungu upate kuwalinda, uwape nguvu wakati kama huu ambapo wanaomboleza mama ambaye amelala. Tunakushukuru kwa wote ambao wamefika Mungu wetu kwa kuacha kazi zao ili kuja kuomboleza pamoja na familia hii. Tunaomba Mungu upate kutulinda kutoka na janga la corona ambao linikita dunia yote. Kila mmoja Mungu ambaye amefika hapa upate kumulinda, umsingire na damu ya Yesu ili apate kurejea kwake tena salama. Zote ambao tumefika Mungu wetu na wakati ambapo utaondoka tunaomba kwamba utulinde ili turudi salama. Wakati huu ambapo tunaomboleza Mungu wetu, wote ambao wako hapa tunaweka mikononi mwako Mungu wetu, upate kuwalinda hadi tamati ya mazishi haya. Na wengine wote ambao wanaomboleza pembe zote, Mungu tunawakumbuka kwamba upate kuwafariji we mwenyewe. Wakati huu ambapo kipindi hiki cha mazishi kinaendelea Mungu wetu, tunaomba ukue kiongozi na ulete utulivu na utangamano mzuri hadi tufikie tamati na jina lako lipate kuinuliwa. Ni ombi letu katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi. Amen. Kiomoso chief gagutena goja balimu atebe on behalf of the community grupu area ngora una Sylvester maneno buti na Nobert Osuma ongeri antu akambi yamono asega singe yamwakora tabanda ababere community is happy about it na ndeti gamba shukuru nga totu ara moyo ibali to tikara tale moyo tokonya na senjire chief karibu. Asante mgambi Seribaga, kwa ndugu marafiki ambao wamefika hapa, amujamboni. Tumsifu Yesu Kristo. Nami sitakuwa na mengi ya kuongea.
sababu nikitazama mahali tunaenda, mahali tumetoka na sanga tunaelekea wapi. Nikimuongelea Irene, tulifanya wakati mwingine moja na yeye kama kwa occasional. Ni mama alikuwa mtulivu, sitaki niongee mengi, sitanichiwa ameongea. Nasema Mungu wacha mrase mahali pema peponi. Wenzetu ambao wametoka Mombasa, pande za Taita wapi, nafikiri mmekaribishwa hapa, na naomba tukwe na subira na tuvumiliane. Edward, wewe rafiki yangu, tumejaribu kama ingekuwa matanga ya kawaida, si watu wangeja. Edward ni mtu akona marafiki wengi, mimi kwa mmoja wao, na mimi nauliza wale tuko hapa, wewe jiulize kama bwana yako ana rafiki, wewe mwenyewe uko na marafiki, si ndio? Sababu kama una marafiki pia changamoto ni kwako. Dunia hii, ile miaka Irene ameishi hapa duniani, hiyo ugonjwa hakuna mtu alikuwa anajua kama itakuja. Ile muda Mungu alikuwa ameweka duniani amemaliza. Wale tumebaki, tujifikirie, tujue tunaelekea wapi. Edward, na banyagenya oroba maburi education yane abirongo ya birongo ngo batay pore nene asegranye gena mwagetu amangana toberira mange mono nagenda gusaba gyoka chikanisa mutu bwatesi katwa kwanire gento sekali yakwanire ya public charity yakwanire gento gatoigwere tari bagage baru abaruoti gusaba kambi ebabege tu bagayana mangana tu batisi dende yonse ka public charity ya marube ndo toko ba surprise ya na kobitu ka mbwate kobitu it means engwak dine kobieria ngie gonte igende ko arrive hakuna compromise kwa kitu utaki chances about life igena go sabanga aso tu asariri lakini tora asaria tutata bantu baito na bamanya mambia egere na kuru mwanda ake tariboyo igena go sabase chikanisa nonde bwanzi asore tabatari ukisikia weka fa mask kama juzi niliona vironge imejaa Kiumbwe imejaa. Hii variant imetoka sijui wapi. Na tena leo sijui wamesema ni Delta sijui ni nini tena. So we are cautioning you. Tunataka nyinyi mkiwa hapa sasa ile masharti yote tafadhali isikuwe kama ba. Wajua baba wale wakiingia wanakuwa social distance. Wakienda kulewa wanasema hiyo kitu nini. So naomba yore ndawachia aendeze mkutano umorisa na ora. Engo sabanga tubwenda ji protocol because ndo ata meeting toko minyoka yebitambo yekwenda ya huduma. Tafadhali igendera social distance na time limit mobeke egere toru abantu te machina chietanetie. Nilikuwa naomba kama kuna politician yote ametumwa hapa. Sababu hiki kipindi nikitoka nitajua politician labda mwenye atakuja tutapatia nafasi ndio ataongea. Kuna politicians wamekuja hapa kutoka nyanja mbalimbali. Kama ulitumwa, atumwa. No mwana siasa onde bwensi. Kana nje mbwatali okegwena likonde niko liba kanaye oruramberambi yao. Ojese familia. Kingote Edward abana watigeru. Na watore nyasaye no nyasaye oromono ndutoma kumubwati stari boyo. Twagusabira nyasaye ori obwa okwarwara tomatukama kwarwara. Irene oboirire. Tali bogaki. Ntoko saba Edward na amenya ike miaka na 150 iga agera nyakora Ndege sakweke. Watu wa Mombasa na waendelea kuwashukuru bado. Mmetoka mbali na mbali. Lakini mmefika hapa. Kuna politician nimetumwa hapa. Ngotomire na politician yene. Kama hakuna naomba bila chifu amesema. Kuna mambo ya net, mass net tunataka kupeana. Na sitiza kitu moja. Kitambulisho yako ikuwe tayari. Your national ID ikuwe tayari. Huduma namba bila amewaambia. Wale wameorewa hapa. Usiende kwa ofisi yake. Unaenda kwa sublocation yako nyumbani ndio hapo ndio utaipata.
IBC wanaendelea kuregister. Kama uko na kitambulisho, registration imeanza. Kwa hivyo na hiyo kitambulisho pia ndio itatumika wale ambao wamechukua kitambulisho hivi karibuni. Kwa hiyo mengi ambao nimeongea, siwachosa na mambo mengi. Naomba Edward, tukiondoka tafadhali. Tuko na mkutano mwingine tunaenda. Na inabidi tukasema tukimbia hapa kidogo. Sitaki mtu awasumbue. Hata askari walikuwa wanasema wakuja, ngawaambia hapana. The area is calm. Ngaambia madaktari kama wao watakuja, the area is calm, hata wakuja si watapima watu. Daktari mkiwaona tafadhali msitoroke. Juzi wamekuja hapo on Thursday, chief sikukwambia. Bibore na watu walitoroka. Acha kama watoroka daktari. Kama atakuja kupima kuambia labda uko positive, si hata utakuwa umeokoa, amekuokoa. Hiyo ugonjwa sio kama AIDS. Hii ni kitu adirisi na kutafuta. Kwa gari, wapi? Na vijana wetu mko hapa driving school nimeiona hapa. Jaribu kuongea na vijana. Juzi mwingine tulikuwa naye kwa gari. Conduct hana hata mask. Yeye anapitisha mdomo round, anataka pesa. Nikamuongeleza, nikaona nikienda zaidi atanitusi na nitaona aibu. Kwa hiyo nilikuwa naomba tafadhali tusaidiane. Asante Umorisia. Soko twachinga kiechi, asante abasenia. Na otoramo kirege ntokora. Asante. Asante our chiefs kwa kazi nzuri ambayo mnaendeleza. Bia mnabaru wote semerememia. Ningependa kuwakumbusha nyumba za usafi. Siko nyuma ya hizi nyumba they are well designated. Mkienda huko utaona wanaume na wanawake. Karibu tumemaliza mkutano. Na washukuru all monarchs ambao mmekuja kwa siku ya leo. Mmeobserve COVID-19 rules vizuri. Kitu ningezingatia tena, save yourself, save your neighbor. Chichunge, chunga na rafiki yako. Mask up, keep social distance. Alafu saa hii napatiana usukani kwa kanisa, iendelee kutoka hapo. Ambassador's Church. Sali umuntu ayo nantuma kurunga kwaba umwalimu wa manonyangeni nanga siringi 400 murwera abunero ngoli no ara monanga wangana ino igo no ale amana Edward urure pole ya mion. Kuna waili wameingia saa hii, tafadhali kucheni mpiwe picha. Ekorera mahali msichana mkubwa wa Edward ameolewa, njoo mbele kwa picha tu. Na elder daughter, husband and friends from Nairobi. Na Abdul Asis Ali. Kwa ametupatia shilingi 400. Asante sana. Njoo mpiwe picha kwa sababu saa ni za kanisa. Tunataka kusikia neno la Mungu na tufarichiwe na maombi na familia yese kuombewa. Tumalize mkutano. Simama tu. Salama sana. Simama tu. Muonekane na mpigwe picha, mmoja wenu aise kuomba tu, alafu tuketi kwa sababu tulikuwa tumemaliza mkutano. Kama administration nimeshaongea na imepresent, tumemaliza mkutano. Patiana kipasa sauti kwa yule ambaye atakayeomba kwa niaba ya hii familia. Habari zenyu? Mimi nitafanya tu maombi na Kizungu so that kila mtu aelewe, kwa sababu si uomba na Kiarabu, lakini nitafanya na Kizungu. In the name of Allah, the beneficent, the most merciful, it is you that we seek the right path from. Guide us unto the right path, and may you bestow peace and serenity towards this family today as we come to mourn towards them. Lead us not astray, but lead us in the way of those who came before you. And I'll say just Amen. So you can all say Amen. Asante sana, asante kwa kuwa wafupi. Nafikiria wamechukuliwa picha. Mtaweza keti kwa sababu mtaonekana katika YouTube.
tributes kwa hawa. Tafadhali someni mbio mbio. Sani sa kanisa wapatie kipasa sauti. Ekorereria njoo msimame hapa kabla hao wasome tributes. Ekorera simama na upiwe picha uonekane. Familia itakuona kwa YouTube. Wataona mlikuja kwa kuomboleza pamoja nao. Patie Ekorera aweze kuomba. Kipasa sauti aweze kuomba ndio huyu asome tribute. Tuchukue nafasi ya kuomba. Baba ishie milele mtakatifu, ni siku ngine njema Baba, tumeona utukufu wako Baba. Sisi ni wataifu, ni wanyonge. Mtakatifu utupe nguvu na afya. Mungu wa rehema, umuchi huu yufunike na damu ya Yesu. Mtakatifu utuokoe na ututaware, uonekane siku zote. In the mighty name of Jesus I pray and believe. Amen. Thank you. Thank you. Tribute. Hizi ni sasa mhubiri. Praise the Lord, Chad. Amen. My name is Joseph Stevens, and I would like to read a tribute from my mother and her sister Elena. Dear sister, it is hard to accept your untimely death. When we did not have the chance to say goodbye at the prime of life. Honestly, we feel like an irreplaceable part of our world is gone. The grief and pain is simply unbearable. We cry a river and our sorrow knows no end, but we look unto God, who is our only comforter. We cannot bring you back to life, but you will be forever in our lasting memories. The reality is slowly unfolding before us that you are gone, and you will be gone amongst us forever. With too much pain and tears, we realize that there will be no more of you around us. You did have an ear for everyone and ready always to offer your advice any moment you were approached. We have known you to be very strong and candid woman in decision making. You did not hold any grudges with anyone, always very ready to reconcile. You forgave and forgot. Even in the pains of your illness, we failed to read the signs of the time and reckon that the time had come for you to leave us for good. Like a candle in the wind, you were gone, just like that. You have gone to be with the Lord, but in our hearts, you will be with us always. God gives and God takes away. Fare thee well, our dear sister. Glory to Jesus. Amen. Amen. Another tribute very fast. Praise God. This is a tribute to my auntie. Alikuwa shangazi yangu. Thank you for your unconditional love, friendship where you are our best friend. You showed us grace when we didn't deserve it. For the comfort you gave us through the hard times and for providing for us everything. You always believed in us. Mothers hold their children's hand for a while, but their hearts forever. In life, we loved you dearly. In death, we still love you, Mom, and we'll miss you. Another tribute very fast. To our lovely mother, thank you for your unconditional love, friendship where you were our best friend. You showed us grace when we didn't deserve it, for the comfort you gave us through hard times and for providing us with everything. You always believed in us. Mothers hold their children's hand for a while, but their hearts forever. In life we loved you dearly. In death we loved you still. We love you, Mom. Thank you. These are the Erona's friends. Erona's friends, and nafikiria mmechukuliwa picha. One of you to pray on behalf. Tafadhali, come forth and take the mic.
I'm going to say a prayer for strength to the family. Please give us the strength to endure this situation and to find the blessings and the lessons that it contains. Please give them the endurance to continue ahead, and give them thoughts, words and actions so that they can walk on your way for peace and love. Amen. Amen. Mutaweza keti. Asante for the cooperation that you have shown, and the program has gone very well na imeisha kwa wakati. Karibu kanisa. Ndio mno Senge njeri baga. Asante kwa sababu ya nafasi. Tumeingia sehemu nyingine ambayo tunaenda kumaliza nasi kulingana na mipangilio. Mimi sina mengi, lakini nataka kumshukuru Mungu kwa sababu ya kila mmoja wetu. Nafasi hii ni ya kanisa, na kwa hivyo ningependa utulie sana kwa sababu ni Mungu anaenda kuongea na wewe. Lakini utaniruhusu kidogo kwa dakika chache hivi, kwa sababu kuna jambo kubwa sana ambalo limetuleta, ambalo ni faraja. Na kuomba kwamba ukiwa mahali ulipo pale mbele, uchukue nafasi yako mzuri sana na tukamheshimu Mungu kwa sababu ya kutoa sadaka ambayo ni ya kuinua jamii, at least wakati wanaendelea kuomboleza. Na hapo ndio tunataka tuchukue kwanza, alafu nitaenda kupeana watu wawili watatu kutoka kanisani, alafu itakuwa ni jambo la dhamana. Kwa hivyo mimi nataka tu ni kuombe kwamba ujiandae kwa ajili ya sadaka yako mzuri ambao tunaita kwa lugha ile yetu nyingine erongoli. Kwa hivyo naomba ya kwamba kwa wakati huu tuchukue nafasi tuweze kutoa kwa sababu ya erongoli. Nimekupatia dakika moja, toa kibeti chako mzuri pale, toa pesa mzuri, ukaachia jamii hii. Na wewe pia kesho unahitaji kufarijiwa. Na unajua, ninajua neno linasema apandacho mtu ndicho anafanya nini? Ndio atakachofuna. Sawa, M-Pesa number. Where is it? Sichapewa hiyo number. M-Pesa. Can you give it please? Kuna M-Pesa number pia ikiwa wezi ama hauna kwa mfuko, naomba ya kwamba isikaweze kutumwa mahali pale. Sawa. Kwa hivyo nataka tu hiyo namba ije ya baraka tunapoenda kuomba, ndio tuanze kupitia njia hiyo. Itakuwa vizuri sana. Sylvester maneno ndio utaona hapo kwa screen yako, 0725401281. 0725401281. Kwa hivyo hiyo ndio namba utatoa. Tuombe. Mungu Baba, ni asante kwa sababu ya rehema zako. Umetupa kibali mara nyingine tumeketi hapa. Mungu, unajua Irene hata tangu aliposaliwa, na wakati huu ndio Bwana tunampatia kwa heri kwa sababu anaenda kupumzika. Tunashukuru neno lako. Maana neno lako linatuambia kwamba Bwana wa mabwana, tusilie kama wale ambao hawana tumaini. Tunaamini hata siku ya leo tuko na matumaini kwamba dada yetu tutakutana pamoja naye. Pokea sifa na utukufu kwa sababu tunapoenda kutoa sadaka utatubarikia, utainua kila mmoja sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo nataka tu kuchukua nafasi ya kipekee sana kwa sababu hatuna muda, na ingekuwa vyema tuchukue hii nafasi kuja. Niwekee kitu. Unaweza kuleta sadaka yako hapa. Mimi ni kusema asante kwa sababu itakuwa vizuri. Nimetangulia, na kwa hivyo na wewe pia njooni ili tuweze kutoa sadaka. Najua itakuwa vizuri kwa sababu sawa. Sasa tafadhali naomba tu njooni haraka sana kwa sababu hatuna muda. Mnajua wale ambao ni administration ambao ni chief wetu
wameweza kutuambia tufuate wakati na tufuate ile masharti ambayo inahitajika. Kwa hivyo ukija hapa kuja tu moja kwa moja, na ukishaweka unaondoka kwa haraka. Asante kwa wale mnatoa. Thank you so much. Asante sana. Mkutano ujaisha, ndio sasa tumefika kelele, tunaenda kumaliza. Kwa hivyo asante wale wageni wote kutoka Mombasa. Asante ambao, pole sana, poleni sana, mjitolea. Asante shemeji yetu, asante kwa wale ambao umefanya katika mchio. Asante kwa kila mmoja. Ndiyamono umugaka na wasukanya sawa sana mwana. Ndiyamono sana. Ndiyamono mwalimu. Ndiyamono sana. Ndiyamono na wote. Ndiyamono tunashukuru Mungu. Pastor, tumekuona. Mungu akubariki sana. Ndiyamono sana. Umelisha wote. Ndiyamono sana. God bless you. Tunawashukuru. Pastor Church nimekuona. Pastor Mogata nimekuona. Eric, Mungu akuinue. Mr. Ngivitoni nimekuona. Asante, ubarikiwe sana. Henry wetu nimekuona, ubarikiwe sana. Ndiyamono sana. Semeremia, ndiyamono sana. Mong'ina, ndiyamono sana. Mr. Kitao, ndiyamono sana. May God bless you. May God bless you and bless your family. May God bless you. Bless the works of your hand. Bless. Ndiyamono sana. We thank God because of you. Thank you because of that heart. Asante kwa hiyo moyo. Nimewaona hata wanaenda kuleta pesa zao. Asante. Hata wale mko bado wanaleta pesa zenu hapa. Mungu awape neema, Mungu awafunguke, Mungu awainue, Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana. God bless you. Oh, hallelujah. Asante. Ubarikiwe sana watumishi wa Mungu. Nataka kuomba kwa sababu ya sadaka ambayo umeweza kutoa. Mungu na kubarikie. Wale ambao wanachukua pale, tafadhali unaweza kabla mchaenda mahali hapo, ngoja kidogo. You know, just kwa hivyo nataka tuombe alafu tuingie kwa sehemu nyingine. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Sio kawaida Bwana jambo hili ambalo limetendeka. Tushukuru kwa sababu ya maisha ya kila mmoja wetu. Wengi wetu tumejitolea kutoa kwa sababu ya kufariji familia. Na kushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameleta sadaka yake katika mahali hapa. Baba, mkumbuke, tenda wema ndani ya maisha yake, uinuliwe sana, maana hakuna mwingine kama wewe. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Ndiyamono asengencho yoribaga umayete program ngo chere yagende nchiragete bune etaribwene gatira kirenda singe na ibura ng'abarimu bachire mbabwate sadaka yabo bari kuri bachira milioka na barabarwira ni sadaka yabo ga ne erinde ebe lingana ligia iga barimu bari baitogotera chairman yabo cyane cyise cye sadaka. Where are you please? Wale walimu wetu ambao mlikuwa hapa, nimeambiwa na chairman wenu muje hapa kwa sababu tuko pamoja na nyinyi hapa. Tafadhali ningependa tu uje kwa haraka kwa sababu ya wakati mwalimu. Please. Tunapoendelea kumngojea, nami pia naendelea kusisitiza kwamba fuatieni masharti ya COVID-19 na itakuwa ni vizuri sana wakati umefuata hayo masharti, kwa sababu yatakusaidia wewe na yule mwenzako ambao mko pamoja naye.
Asante kwa vile mmefanya hivyo tangu tulipoanza. Welcome mwalimu. Munyakerogo omoteneni bwe nyange yo Mong'ina tiga ngire chinga keche soko bere ni ngambu ya mono aso wancha kotoriko organize buna staff ya Maburi Primary School njengo kwana samalieta ngoro kwa Elijah ogego nyando endo mogeni ase sukuru iga ya Maburi buna omo head teacher na chaga iga na kolire ange enusu omotien lakini egento kyo gokumia kona chetega nkoboringa ng'ai abana bakorusia amache ndocho kibagochia katebi bunga moino segaiga omochibu omonto bakogenda babucha amache buna so bona ende batana koboriwa kabepa tiembe ntarachi komanya ase bakobucha amache ngocha gotenga omong'ina iyo ase abana baito bakobucha amache osirire seigo igantebe ng'apore sana ase ogosiria omwancho bwa esukuru yaito ya Maburi otorendete ase amache kero kende gionsi totagete ogoenda twanywa amache kwa wale wamekuja kutoka mbali. Huyu mama mwenye amelala ndiye amelisa na kusaidia shule iko karibu katika maji. Alikuwa anapeana maji bila malipo yoyote. Kwa hivyo wale ambao wamepaki tunaomba Mungu awalinde. Kama jamii walimu wetu wako hapa, wale wako hapa wasimame waonekane. Pale mbele mwisho pale walimu, asante, tumewatambua. Nafanya kazi ya muhimu sana. Kwa sababu mimi ni mgeni nitaongea mengi, ninaomba nafasi munikubalie kama jamii tulikuwa tumechanga kidogo tupatie mzee ambaye amepaki ili asaidiwe. Ninaomba dakika moja madam ambaye alikuwa ameanzisha uhusiano mwema mpaka tukapatiwa maji. Madam Njoki akuche ndiye anaweza kuelezea mengi zaidi ya juu ya huyu mama mpendwa ambaye ametuacha. Kwa hayo machache ninasema asante. Madam akiingia. Madam kuja haraka. Huyo ndiye amekuwa hapa akaachia huyu mwingine naye akaondoka. Sasa wacha apewe nafasi kulingana na vile. Asante madam. Weka on. On. Wacha nichukue muda huu kwa niaba yangu binafsi kutoa rambirambi zangu kwa familia ya mwenzetu Edward kwa kumpoteza mama mpendwa. Nilipokuja katika shule hii miaka 5 iliyopita, hii ndiyo familia ambayo nilitambua kwanza. Edward alikuwepo na alinikaribisha vizuri. Na wakati huu wote ambao nimekuwa hapa, tumekuwa na mama Irene, tukishirikiana kwa ajili ya shule ya Maburi. Amekuwa mama ambaye anatusaidia kama vile umesikia mwalimu amesema. Tumekuwa tukipata maji hapo wakati tulikuwa na taabu sana ya maji. Kwa sababu mara nyingi alikuwepo hapa na mzee alikuwa mahali kwingine. Na sasa kwa sababu kila mtu ana nyakati zake, naomba familia Edward na watoto mkubali. Sisi zote tunaelekea pale. Mungu aendelee kuwafariji, muendelee na wema ule ule, na sisi tukiwa bado tunaendelea na safari. Hebu Mungu awabariki nyote, na wale wazazi wa shule hii endelea kushirikiana na mwalimu mpya, na shule hii itaendelea kusonga mbele. Asanteni sana. Nashukuru madam kwa kazi mzuri uliokuwa ukiifanya hapa, na Mungu akukumbuke mahali umeenda. Nataka tu sasa akuchukua nafasi nyingine kuwatambua watu kadha wa kadha hapa kidogo, nikianza na
kama wewe, kwa sababu Irene alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Ni vizuri kutambua watumishi wa Mungu katikati yetu, na inakuwa ni vyema kwa sababu yeye hakuwa na mipaka. Yeye alikuwa anafanya kazi na kila mmoja, na wale wamekuja kwa ajili yake. Kwa hivyo tunawatambua sana kama kanisa la Ambassadors for Christ. Wale ambao ni deacon ama deaconess, tafadhali ningependa tu msimame mahali popote mlipo. Deacon ama deaconess, any church, any denomination, please tafadhali simama tu, just stand up, because tungependa kuwatambulisha kwamba nyinyi pia mnafanya kazi pamoja na Irene. Wale deacon na deaconess wote, please. Hakuna deaconess kwa mkutano leo, imekwaje? Amen. Nataka kuwatambua basi, kama hakuna, nataka kuwatambua wale ambao ni wachungaji. Wachungaji wote, nyinyi mtakuja hapa, lakini hakuna mtu ataongea. Please come. Nataka tu kwa sababu ya yale masharti. Kuja tafadhali, wachungaji wote. Wachungaji wote. Tukifanya haraka tutabarikiwa, kwa sababu we need to be fast, sababu hii nafasi nimepewa pia ni kidogo sana. Please. Wale wase wa kanisa nilikuwa nimeweza pia muingie pamoja ili muweze kupigwa picha hapa. Hao ndio watumishi wa Mungu ambao wako hapa kwa siku hii ya leo. Nataka tu kumpatia mmoja aombe, kwa sababu hebu nilete hiyo maombi. Tigange umarisi mboto elinde asabe na wanyakere kuruka bia mono. Kucha karibu. Weke birangereria so saba tata Nyasaye tata itore iguru mwana no moiko mochenu emambie ngiye gwatobokiri gwatoiro bogima twachira Senge Omochokoro ne tuati ase Irene ararire Omochokoro na Nyasaye Enke na yebekira sama oka asoborendi bwa ubia tuma maraika amachenu anyare ko yetenenera no moiko mochenu tore maroro elio banene bwa wararakana matukonsio bakuna gotobibwa tata bachokoro batigaire magega bonsi na babekira sama oka bana ba ituati basesenie baubwanchani no marembe na boige kenyoreke gimakia maburi na sawa itona akebekira sama okao so bija bwao no bwanchani bwao byonsi bikoreke byorokyo bonene bwao abaminta baikira asiri tukoria rero abanene nabake so musangirekano yo monene bwoko mayaniyo yo minto yo rarire na sawa itona ababekira sama okao musangirekano yo sesenie yo bwanchani na mono bonene bwao wararekane nekere Irene aranyare koeni gwaseke burekia ya Kristo asago koganyira tato bakuna gotogi ukari na kare tata bakundekane bachira igaseri tukeri nyasawo waseseni ne ringana bararu aseri tukoria rero direrie ngencho mono gocha store disoki ditosukiange na sore eri Kristo toko bake na gotogi na goko bonene ekiagera kwa gweneire tigo bijabu awo to isane ko rubono Kristo wikekero koirana asobija bwao na mabera Kristo na sabire na kwegena. Amen. Amen. Mbiamono sana. Nimeingia sehemu nyingine. Kama wewe ni reverend, maybe mchungaji ama halo. Ataweza kupeana nafasi. Nataka kupeana kutoka kwa kanisa nafasi mbili. Nafasi mbili. Kuna mama walikuwa pamoja naye kufanya kazi pamoja naye. Kila mara hata alipokuwa mgonjwa walikuwa pamoja naye. Mama Mora, please, nataka tu nikupe nafasi uje hapa ili usungumuze jambo na Mungu akubariki sana. Kwa dakika kama moja hivi mbili, please. Don't just waste time. Yesu asifiwe. Hallelujah.
Bwana yetu ni mwema na Mungu ni mwema. Kwa majina ninaitwa Teresia Osoro. Pia wanapenda kuniita vile mmesikia Mama Mora. Niseme Irene alikuwa dada yangu katika Yesu. Ule upendo wa Yesu. Maana tumefanya kazi na yeye katika Ambassadors for Christ kwa miaka siku nyingi. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya wema wake. Mungu wetu ameona kazi ambayo amefanya imetosha na amempumzisha. Maana Biblia inasema ya kwamba hapa dunia sio kwetu, sisi ni wapitaji. Na Zaburi 89:48 inasema ni mwanaume mgani ataishi asionje mauti. Haleluya. Ingawaje nina uchungu kwa kumkosa vile nitammiss, lakini mimi nafurahia Mungu. Jambo moja ambayo inanifurahisha ni ya kwamba alikuwa amemkubali Yesu. Praise God. Haleluya. Kwa hivyo ukiwa hapa duniani, kama wewe unaishi, kama uko hai, usifikiri uko sawa kushinda Irene ambaye amekufa akiwa ndani ya Yesu. Umepewa muda, nafasi kidogo tu utengeneze mapito. Bwana Yesu asifiwe. Fanya kazi ya Mungu, mkubali Yesu saizi ukiwa hai na mambo yako yatakuwa shwari. Kwa hivyo nasherehekea kifo cha dadangu maana amepumzika. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Msiniangalia kwa ajabu hivyo. Kukufa ni lazima, lakini kuishi ni nini? Sasa utakapokuwa una hiyo nafasi ya kuishi siku chache hapa ulimwenguni, mkubali huyu Yesu. Wacha Bwana awabariki sana. Amen. Asante sana. Amen. Kuna mama ambaye pia alipokuwa akienda kanisa letu la Keroka pia amekuwa rafiki mkubwa sana kwa ajili yake, na pia ukiona zile nguo amefanya nyingi, mama huyu ndio mzonachi wa hizo nguo. Mama karibu sana. Welcome. Mama Karioki. Bwana apewe sifa. Vile mmesikia naitwa Mama Karioki ama Joyce Wanjiko na nimeokoka na mpenda Yesu. Irene tumejuana na yeye muda mrefu. Amekuwa rafiki wa karibu, amekuwa mama mzuri, mama wa ajabu. Na hata wakati tulisikia kuhusu kifo chake, introduction yangu kwa watu wengine nilikuwa nawaambia yule mama ambaye anakuwa Asha kwa kila mkutano wa wamama, Irene alikuwa namba moja. Hakukuwa na gojea ati kwa sababu ametoka Birogo na tuko Kitao ati mtu fulani wa hiyo kanisa aende kukaribisha watu. Yeye alikuwa tayari kufanya kazi ya Mungu kanisa lolote lile. Bwana asifiwe. Na amekuwa funzo kwangu ati hata kama miaka imesonga nitafanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Nitamtolea dhabihu na sadaka zangu kwa sababu nimeona Mungu akiwa mwaminifu. Wamama tulioko hapa ni challenge. Wale mlikuwa mnajua Irene, wale ambao hamkumjua, ushuhuda wake uko dhahiri. Kila mmoja anasema kuhusu uaminifu na uzuri wa Irene. Washa Mungu atusaidie. Tukiwa wamama tufanye kazi ya Mungu na tujitolee na Mungu atatubariki sana. Amen. Asante sana mama, ubarikiwe sana. Pia ndio mke wetu wa mchungaji mkubwa wa kanisa letu la Birongo. Kwa hivyo Bwana akubariki sana na akutendee wema wake. Na kuna yule nimeambiwa ametoka Nairobi, walifanya kazi naye ambaye anaitwa Caroline Kambi. Weshi. Huyu mama ameniambia mchungaji wangu mimi sitaweza kuacha kutoka Nairobi niweze kukosa kuchukua nafasi ya kumwombolezea dada yetu mpendwa. Kwa hivyo wacha asungumuse neno moja kwa sababu ametoka mbali. Tumpatie nafasi tafadhali. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise be to the Lord. Amen. I'm saved. I'm Caroline Kambi. And naweza kusema kuwa Irene was a mom to me. If I can say, she was my spiritual mom. She encouraged me most of the times. Na tumeishi, I think nimekaa na Irene for a while, na wakati nilisikia kifo chake I was like, no, my mom is gone.
what I can say is that we need to seek salvation. We need to look for Christ, because there is nothing that you can do. It may look like foolish thing, but salvation is the only way. My Acts 12 chapter 4 says that there's no other name that is given under the earth, that is Jesus Christ. My brethren, I pray that all of us, we seek the kingdom of God, we seek salvation for the eternity. May the Lord bless you. Amen. Asante sana Karo. Tumeingia sehemu nyingine, sasa hakuna kuongea. Eulogy kutoka kanisani ambaye ataisoma kwa maana ni fupi sana, ambaye kwa vile mama amefanya kazi. Takaisoma ni Mama Steve ambaye ni mke wangu, ambaye amekaa pamoja naye muda mrefu sana sana sana. Thank you. Bwana asifiwe. Haleluya. Nami mlivyosikia majina naitwa Evelyn ama Mama Steve. Na lile ambalo ningependa kusema kwamba kweli ametutangulia mama. She was really a mother. Ametulea kule kanisani. Anatuhimiza, anatutia moyo. Na nasema kwamba Mama Irene, mimi hata sijawahi muita jina lake Irene. I'm always used to kumuita mami. So, acha niseme kwamba mama amekuwa akifanya kazi ya Mungu kwa bidii, na tuseme kwamba she has been a role model to us, and kupitia kwa kifo chake tumejifundisha mambo mengi, na ni kweli kwamba tutakaza kutumikia Mungu. Manake licha ya kwamba alikuwa hawezi kutembea za ingine sana, lakini anatuambia tukaze. So I say mama ametutangulia, ni usuni tutamizi, lakini tutakutana asubuhi moja. So nataka kuleta historia yake kwa kifupi kwa sababu ya muda, but let me say, kama ingekuwa ni kuisema kwa ubana, tutakaa hapa hadi kesho kutwa. But let me bring it to you in a summary. The late Irene Ngivitoni Kitao Ndege was ministry battle number 41. Aliokoka, alijoin hapa Ambassadors for Vurongo 1999 September on 20th. Akapatiswa tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka 2000 na Reverend Evans Muwamba, dedicated to the service of serving in ushering. For nasema semzili alikuwa anafanya, akadedicatiwa kwa serving kama usher in the year 2001. Pia alifanya kazi katika sehemu zingine nyingi. Alikuwa secretary in the church women ministry. Pia alikuwa reader in the intercessory ministry. She served also as assistant leader of church welfare and church, and finally she was our church secretary. We thank God for giving us Mama Irene, serving in the entire ambassadors ministry. May her soul rest in eternal peace. Amen. Okay, Mungu aweze kumlaza pema, na tumashukuru Mungu. Kwa sasa tumeingia sehemu ambayo ni ya kusikiliza neno, na nataka tu kwa dakika moja ile kwaya ambayo tuko nayo hapa ije hapa mbele tuweze kuimba wimbo moja, tumkaribishe mtumishi wa Mungu. Tumemaliza mkutano. Kwa hivyo nataka nikwambie kwamba we want to try tukue wafupi sana, na itakuwa vyema ili kwamba Mungu wetu atusaidie. Come very fast please. Kucha. I don't want you to come just as the way you go. Okay. Nataka tu tuimbe
wimbo ambao ni wa kusifu Mungu kwa kama dakika 2 hivi, ili kwamba tufanye mengine. Kwa hivyo ingekuwa vyema kama ungesimama, ingekuwa vizuri. Najua, wacha nikuambie, Mungu anahitaji sifa zetu. Mungu anahitaji sifa zetu, si ndivyo? Kwa hivyo najua mara nyingi tunaweza kuhuzunika na upate kwamba katika ile huzuni mengine wametupata. Kwa hivyo ni vizuri tumuweze kumfurahikia Bwana kwa sababu ya shujaa ambaye amelala. Haya. Kwa hivyo nataka tu
Hakuna siku Irene atakosa kuja kanisani anyamaze kama wewe. Halo? Halo? Jambo la uaminifu. Ndiye anasema mchungaji, leo sisikii vyema. Miaka yake yote. Kwa sababu anajua ni kiongozi, kwa hivyo yeye alikuwa anatufahamisha hivyo, ndio tuweke yule ambaye anaweza fanya kwa sehemu yake. Kwa hivyo accountability alikuwa nayo. Yeye alikuwa anajua mimi nisiposema haya ninatesa wachungaji wangu. Pamoja na watoto wake ambao wanakuja pale kanisani. Mtumishi wa Mungu ambaye ni Edward, our best friend, farichika ndani ya Bwana. Amen. Na watoto wako. Kwa hivyo tuko pamoja nanyi hata baada ya hapa. Nataka tu kumkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye aliyemwombea wokovu, Reverend ambaye na kabla ya hiyo, na nataka tu kumkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye ni John Mwankarioki ambaye tunafanya kazi pamoja naye, ndiye amkaribishe Reverend ambaye ni Evans Muwambo. Welcome. Mwanzo, washa niseme nimeheshimika sana kusimama mbele yenu, mwanzo kwa Mungu na mbele yenu kwa kunipa na hii nafasi ya kipekee. Najua sio kwa nguvu zangu wala kwa uwezo wangu kusimama mbele yenu, lakini Mungu amenipa na hii nafasi, nami naomba nanyi munipe dakika moja tu msikize tu kidogo. Tumesimama hapa kusidikisha mwenzetu aliyeje medali, mtu tuliyekuwa tumeheshimu sana na mtu tulikuwa tumetegemea. Kwa hivyo wakubwa wale walioko hapa, washirika walioko hapa, wapendwa wote walioko hapa, mjue ile mtu tumekuja kusidikisha leo sio mtu tu wa kawaida peke yake, lakini ni mtu alikuwa amejitolea kwanza kufanya kazi ya Mungu. Irene hakuna siku aliingia kanisani wakiwa na wenzake na wakakosa kuimba wimbo pale mbele. Hata akiwa mnyonge wa mwili alikuwa nasimama pale na kutuhimiza kupitia wimbo. Kwa hivyo nami nilisoma mengi kutoka kwake. Hata kama wewe ni mnyonge, ni vizuri na uweze kujitolea kwa Mungu. Kwa hivyo mimi sina mengi kusema ila kugusia kitabu cha Samueli wa pili mlango wa 12. Pale wakati Daudi mtoto wake alikuwa mgonjwa, Daudi alifunga kwa siku mingi akimulilia ile mtoto wake. Lakini dakika ya mwisho wakati mtoto alikufa, Daudi aliamka na wale watu walikuwa na wakamuuliza, "Kwa nini umeamka namna hii? Wakati mtoto alikuwa mgonjwa, hukutaka kuamka. Sasa mtoto amekufa. Kwa nini unakaa namna hii?" Aliwaambia kitu kimoja. Yeye ameenda. Hawezi kurudi. Sisi ndio tunamfikia huko. Kwa hivyo mimi sina mengi ya kuongea siku ya leo. Wacha tusidikishe dada yetu. Alikuwa mama wa heshima. Mama aliweza tenda kazi ya Mungu. Kwa hivyo farijikeni sana. Roho yangu imeumia kwa sababu Irene hagetaka nitoke pale kanisani kama sijakula. Alikuwa ananiambia pasta hawezi kwenda namna hiyo. Lazima tufanye jambo. Hiyo ilikuwa kawaida yake. Kwa hiyo nami najua nimepoteza rafiki na nimepoteza mtu wa karibu sana, mtu wa mkono angenisaidia katika kazi ya huduma ya Mungu. Lakini yote tunamwachia Mungu. Tunasema wakati wa Mungu ndio wakati unaofaa. Na ndio tumekuja leo kumsidikisha leo. Kwa hivyo wapanza wenzangu na wale wengine wote, tafadhali kwa ajili ya muda na kwa ajili ya sheria zimewekwa, mtatusamehea siku ya leo. Kumbaliana na vile masharti yamewekwa. Kwa hivyo ndugu yangu karibu. Kwa hivyo mbarikiwe. Bwana, naomba jamani mkaweze kunisalimia katika hewa, mkanipungie mkono siku kama hii. Thank you so much. God bless you. Kabla sichaleta neno la Bwana, nashukuru sana. Nimeambiwa ya kwamba there is a family reverend or bishop who is here kindly. Naomba ukuje tukaweze kusalimia congregation. Tafadhali. Yes. Karibu sana. Bwana akubariki.
just come and say I with the congregation. Sio kama ni yule mwenye najua wa KAG, not COG, isn't it? Karibu sana. Welcome. We love you. God bless you. God bless you. Please say hi to the congregation. Ngibona muberete, haleluya. Musumba gatene ine tigansabe. Tigansabe gosaba torayo uri mugokwanania. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Yes. Jina lako linuliwe na upewe sifa kwa kila jambo, kwa sababu wewe ni Bwana. Dada wetu amepumzika, amemaliza kazi yake kutoka ulimwengu. Zaidi ya yote uwe mfariji wa pekee. Ndugu pamoja na watoto tunawakabidhi mikononi mwako. Hakika mtumishi amesimama, mbingu eshuke kupitia neno, wengi wakujue wewe ni nani katika maisha yao. Jina lako linuliwe na upewe sifa kwa kila jambo, kwa sababu wewe ni Bwana. Zaidi ya yote tunakemea shetani takaeleta shida, takaeleta matatizo. O Mungu wangu na Baba yangu, shetani na mpango yake yote, shetani akapate kushindwa. Ndugu na watoto wawe huru na jina lako linuliwe. Asante kwa sababu tatenda, kwa sababu wewe ni Bwana. Katika jina safi la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Mtumishi karibu. Asante sana mtu wa Mungu. God bless you so much. Naomba ni mtu anishikie Bible. Mimi ambaye nimesimama mbele senyu naitwa Reverend Mwambo Evans. Nimesaliwa pale Keroka Nyalibali Masaba. Nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Na kwa sababu hiyo nimekuja hapa kwa sababu mama ambaye amelala pale has been a very very close friend of mine. Nilitoka hapa Birongo Church 2005. Nikaenda Kisii, baadaye tena nikaletwa hapa Keroka Ambassadors Church. Na ni mama ambaye popote penye ningekuwa na mkutano, hata kama ni Kisii kama alikuwako, bado alikuwa anajua nafasi yake. Kama ningemwassign any duty, angeifanya kwa uaminifu na kwa upora na kwa moyo wake wote. Naomba tupigie Yesu makofi kwa sababu ya maisha ya Irene. Hallelujah. Amen. Vile mliona wanacheza hapa, kama angekuwa kule ungemwona akicheza hivyo. Now in the early 90s, kanisa la Ambassadors lilipandwa hapa Birongo. Huyu mama ambaye amelala alifanana sana na mama mwingine ambaye alilala pale chini, alikuwa anaitwa Ruth Omoyo. Yule mama ndiye alifanya Ambassadors zikaja hapa Birongo. Kwa wale ambao hamjui, tulikuja tukaanza nyumba ni mwake kanisa, na alikuwa anatoka mahali ya sehemu ya Mombasa kama huyu ambaye ametoka hapa. And there's something very funny in common. Mafasi kodi yao ya mafasi ilikuwa inafanana. Kama mnajua hivyo wapendwa. Na yeye alimaintain ile kodi yake. Kwa hivyo ni mama ambaye amekaa akimpenda Yesu. Alipokuja kule Ambassadors Church akatunga nazi tumhubiri neno la Bwana pamoja. I remember one time tulikuwa na watu kama 20 walikaa kwa ile nyumba wahubiri na waimbaji kwaya kutoka kule Sirali. Tukahubiri injili, watu wengine wengi sana wakaokoka hapa Birongo. So tunashukuru sana kama kanisa ya Ambassadors, kwa niaba yangu kama Reverend wa hii na kwa niaba ya Ambassadors for Christ Church na mabishop wetu wote, tunasema Mungu awabariki watu wa hii jamii kwa sababu ya kutupa mama ambaye amekuwa wa maana katika ile huduma. Bwana apewe sifa. Na kwa sababu hiyo leo hii tumekuja kwa niaba yetu kuja kuwapea faraja mzee wetu, ndugu wetu mpendwa. Mungu akufariji, watoto Mungu awafariji kabisa, awape nguvu na awainue wakati kama huo. Hallelujah. Kanisa la Ambassadors Birongo mfarijike katika Bwana. Msihusunike kwa sababu dada wetu najua penye amefanya nini? Penye ameenda kwa muumba wake, ameenda kwa mwokozi wake. And one day we know, in that great morning, we shall sing one song, the song of Moses and the song of the Lamb. Amen. Hallelujah.
Amen. We have one language. Yes. We know one day we shall see her in glory. Hallelujah. So hatuna huzuni tena because we know where she has gone. We knew her and we know we shall meet one day. Hallelujah. May God be given glory. Amen. Nataka tuweze kusoma kile kitabu ambacho mtumishi wa Mungu ametacha. That is what I read because hiyo ndio imewekwa ndani ya moyo wangu nikaweza kunena nanyi. Kutoka kitabu cha 2 Samuel chapter 12, taanzia verse 16 to 23. Naomba usome kwa haraka sana. Samueli wa pili 12 kuanzia 16. Maandiko yanasema hivi: basi Daudi akamwomba Mungu kwa ajili ya mtoto. Daudi akafunga, akaingia akalala usiku kuja chini. Nao wazee wa nyumba yake wakaondoka, wakasimama karibu naye ili wamuinue katika nchi, lakini hakukubali wala hakula chakula pamoja nao. Ikawa siku ya 7 yule mtoto akafa. Nao watumishi wa Daudi wakaogopa kumwambia ya kuwa mtoto amekufa, maana walisema, angalieni, yule mtoto alipokuwa angali hai tulisema naye asitusikize sauti zetu, basi hata zidi kujisumbua tukimwambia ya kuwa mtoto amekufa. Lakini alipoona ya kuwa watumishi wake wananong'onesana, Daudi alitambua ya kuwa mtoto amekufa. Basi Daudi akawauliza watumishi wake, je, mtoto amekufa? Nao wakasema, amekufa. Ndipo Daudi akainuka pale chini, akaoga, akachipaka mafuta, akabadili mavazi yake, akaingia nyumbani mwa Bwana, akasali, kisha akaenda nyumbani kwake. Na alipotaka wakamwandalia chakula, naye akala. Watumishi wake wakamwambia, ni jambo gani hili ulilolitenda? Ulifunga na kulia kwa ajili ya mtoto alipokuwa hai, lakini mtoto alipokuwa amekufa uliinuka ukala chakula. Akasema, mtoto alipokuwa hai nalifunga nikalia, kwa maana nalisema, ni nani ajuaye kwamba Bwana atanihurumia mtoto apate kuishi? Lakini sasa amekufa, nifungie nini? Je, naweza kumrudisha tena? Mimi nitakwenda kwake, lakini yeye hata nirudia mimi. Asante sana, Mungu akubariki na abariki neno lake. Haleluya. Katika hii mashishi na hii sherehe ya dada wetu mpendwa, kuna mambo ambayo ningependa kuwanenea wote ambao mmekuja mkiwa jamii na marafiki na majirani na kanisa na watu mbalimbali ambao mmekuja. Jambo la kwanza ningependa mjue ni kwamba dhambi ndio ileta mauti. Wakati baba zetu ambaye ni Adam na Hawa pale katika shamba la Edeni walipofanya kuasi, wakaenda kando na njia za Mungu, wakakataa kutii, wakasikia njia ya shetani, basi pale mauti iliingia katikati ya mwanadamu. Maandiko nasema ya kwamba kutoka siku hiyo mauti yakaingia katikati yetu. Lakini tunashukuru kwa sababu baadaye Mungu alitupenda sana. Maandiko nasema akamtoa mwanae mpendwa Yesu Kristo ili yote aaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo alikuja kutoa mauti. Haleluya. Tujue vile vile ya kwamba wapendwa, vile maandiko yanavyosema, adui wa kwanza wa mwisho atakayetolewa ni ile mauti. 1 Corinthians 15 verse number 26. Adui wa mwisho ambaye atatolewa ni nani? Ni mauti. Ni kusema ya kwamba haya mauti ya kwanza tutakaa nayo, lakini ile mauti ya pili walio ndani ya Yesu Kristo wameyashinda tayari, kwa sababu Yesu ametoka katika kaburi na amefuka na anapaa, ako juu, anatawala milele na milele. Bwana apewe sifa. Nirudi katika maandiko ambayo nimesoma. Tunaona ya kwamba mtu wa Mungu Daudi wakati mmoja alikuwa na mtoto ambaye ni mchanga sana, alikuwa amemzaa. Na baada ya yule mtoto kuzaliwa akafa, hakuweza kuishi. Lakini kabla haja kufa, yule mtoto alipogonjeka, mtu wa Mungu
aliweza kufunga, kwa maana aliamini kuna nguvu, kuna uwezo katika maombi. Akafunga siku 7. Maandiko yanasema ya kwamba watu wake walijaribu kumwendea, wakamwambia, jamani, wacha toka hapo chini, wewe ni mfalme, para na chakula hata ukaweza kuwakataa katakata. Lakini maandiko yanasema ya kwamba katika siku ya 7 yule mtoto alikufa. Na Daudi hakufahamu, wale watu wake ndio. Ndio maandiko yanasema ya kwamba alipoona watu wanaulizana, unajua maiti yakiwa mahali ama chambo likiwa mahali mbaya, watu wanaona, watu wanasemesana. Hata kama uko wapi, unaweza kuja kwa mtu ujue kwamba hapa kuna jambo. Na kwa hivyo, kwa sababu aliona kuna shughuli, akauliza, "Je, kuna nini? Yule mtoto ameaga?" Akaambiwa ndio ameaga. Na siku hiyo alipoambiwa hivyo, alifanya mambo ambayo si ya kawaida. Mambo ambayo aliyafanya, la kwanza ni kwamba alisimama, akaoga, akajipaka mafuta, akavaa mavazi yake mazuri, na hata hakulia. Maana kusema kwamba alia, akasimama, akaenda moja kwa moja mpaka kwa nyumba ya Bwana. Haleluya! Mpaka kwa hekalu la Bwana. Alienda kufanya nini? Alienda kushukuru, alienda kuabudu, alienda kumuinua Mungu. Na ndio maana la sisi wapendwa, siku ya leo tunapokuja hapa, tunakuja kumwabudu Bwana na kumshukuru Bwana kwa sababu ya maisha ya mpendwa wetu Irene Ngivitoni ambaye amelala pale. Haleluya! Basi watu wake wakashangaa, kwani kuna nini? Mbona wewe umebehave namna hii? This behavior is not normal. Tulifikiri ya kwamba kwa sababu umejisumbua kwa siku 7, wakati mtu amelia, amekufa, ungeamka ulie, upige nduru. Hakufanya hivyo. Alienda kwa hekalu, akamshukuru Mwenyezi Mungu na mambo yakaendelea hivyo. Baadaye wale watu wakamuuliza, akawaambia hivi, "Huyu mtoto penye amekwenda awezi akarudi. Mimi ndiye nafanya nini? Nakwenda." Inatufunza ya kwamba kweli sisi tu katika safari tunakwenda. Daudi anatufunza mambo matatu, ama tunaweza kujifunza mambo matatu ya muhimu sana ambayo nataka tuangalie. Jambo la kwanza katika maisha, kifo kipo, na kifo kinapokuja, wapendwa, kifo kinaabiri wakubwa na wadogo, maskini, matajiri. Death is there, and death affects every part of life, every person, every status. Doesn't matter wewe ni nani, uwe tajiri mkubwa, uwe na gari, uwe na mashamba mengi, uwe na masomo makubwa, uwe hauna masomo, uwe hauna kitu chochote, kifo kiko pale kwa kila mtu. Hello? Death affects every person. Na ndio maana unastahili kujiandaa, kwa sababu kifo kinaongoja. Kinaongoja kwa barabara, kinaongoja kwa magonjwa. Kama sasa tunaona tuko na corona ambayo tunashangaa, tumewekewa vitu kwa mdomo, tumeambiwa tusonge kutoka kwa watu, tusalimie watu, tumeambiwa maneno mengi na vizuri kuyatia hayo. But it tells you that death has come very near to us. Hello? Kifo kimekuja karibu sana. Vile mtu mwingine alisema tu si mahali pengine ni kwamba abantu bakale bataranga ibabegeta kweli. Abegetu mubuka. Lakini mauti umewekwa mfuko. Ni kwa nini? Ni kwa sababu mauti yamefika karibu sana. Tunahitaji msaada wa Bwana, tunahitaji nguvu za Bwana. Mtu anapanda ndege, unasikia wamekufa. Mtu anasafiri, sikia amekufa. Mwingine anasikia ng'ombe wake mwenye anakamua anamuuma, amekufa. Kwa hivyo mauti ya karibu sana na binadamu. Tunahitaji wapendwa kujiandaa, kwa sababu maisha haya ya mwili huu hayataenda mbali sana. Mwana wa Mungu atakuja wakati wowote. Haleluya. Jambo ambalo nataka ujue ni kwamba mauti yanaathiri kila mmoja. Jambo la pili ambalo nataka ujue ni kwamba wakati mauti yanapokuja ama maafa, tunahitaji wenzetu. Mwangalie mwenzako useme namhitaji. Huyo mtu ambaye mko na yeye unamhitaji. Unahitaji jirani yako, unahitaji dada yako, hata uwe nani. Unahitaji watu kando yako. You need people around you when such a calamity strikes. Hallelujah. Sasa waambie yule mzee aende kusika yule mama, ataona afadhali na mimi nipotee. Lakini akiwa na wenzake ambao wanampea moyo, anasikia kuna matumaini. Hallelujah. Na kwa hivyo binadamu unahitaji mwenzako. Unahitaji kwenda kanisa, unahitaji kwenda kwa nyumba ya Bwana, unahitaji kumtumikia Bwana, unahitaji yule ambaye mnakaa na yeye. Usikue Highland popote pale penye huko,
Kwa hivyo kaa na wanadamu wenzako katika njia ambayo inafaa. Kaa na wanadamu wenzako kwa njia ambayo ina heshima. Haleluya. La tatu ambalo nataka niseme ni kwamba wewe kama mwanadamu unamhitaji Mwenyezi Mungu. You need God in your life. Hata wakati calamity inapokuja unahitaji rafiki. Napenda sana kusema neno hili kuhusu Lazarus. Lazarus alipokuwa mgonjwa, dada zake wawili walimwambia, walituma habari kwa Yesu. Na Yesu, mosani orwaye. Kwa hivyo Lazarus alikuwa na rafiki ambaye ni Yesu Kristo. Alikuwa na mwokozi. Alikuwa na mtu ambaye ako na uwezo. Wakati zile ilipokuja, Yesu aliitwa. Ngawaje Yesu alikuja kama amechelewa, Yesu alifanya jambo ambalo halijawahi kutendeka popote. Alimfufua Lazarus kutoka kwa wafu. You need God in your life. Kuna vitu ambavyo ndani yako mwanadamu hawezi akakusaidia. Pesa haiwezi kukusaidia. Masomo haiwezi kukusaidia. Abawaka na bangi na mole baiga mutake to Yesu asochi ngoro chaino. Yesu asochi nyumba chaino. Haleluya. Mutake to Yesu aso asemirimo yao. Yesu ase okole mirimo. Yesu aso asenyuma yao. Abana baitu batantanile. Abasai batantanile. Kwa sababu hawana Yesu. Yesu akiwa kwa vijana watakaa sawa sawa. Yesu akawa kwa wazee watakuwa sawa sawa. Kwa hivyo kaa na Yesu Kristo. Mkubali Yesu awe mwokozi wa moyo wako. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu hatuna muda mrefu, ningependa kusema hivi. Dada wetu Irene amemaliza safari yake. Safari ambayo unaenda utamalizia wapi? Maandiko yanasema ya kwamba heri wafao katika Kristo, maana matendo yao inafanya nini? Inawafuata. Wewe ambao umeketi hapa siku ya leo hii kitabu chako kikufungwa, rekodi yako ikufungwa, je, nini itakuwa imeandikwa pale ndani? Maana maandiko yanasema ya kwamba vitabu vitafunguliwa na watu watahukumiwa kulingana na yale ambayo yameandikwa kwa vile vitabu. That means kila kitu ambacho unafanya hapa duniani, wewe msee, wewe mama, wewe ambao unachukuliwa kwa kijiji kama mbaya, kama mganga, kama mwofu, wewe ambao unajulikana kama msherati, Yesu anachukua rekodi yako. Badilika leo hii katika haya masisi na matanga, dada wetu Irene. Haleluya. Yeuka kuja kwa Yesu uanze rekodi mpya. Maana wapendwa ndugu zanguni, kuna vifo aina mbili. Maandiko inasema hivi katika kitabu cha Zaburi 116 mstari wake wa 15. Kwamba kifo cha mtu mwenye haki ni cha dhamana sana machoni pa Bwana ama moyoni mwa Bwana. Kwa hiyo nikusema ya kwamba wakati mtu anakufa akiwa ndani ya Yesu, hakuna shida mbele za Baba, kwa sababu huyo mtu ameenda mbinguni. Huyo mtu ameenda kwa ufalme. Lakini maandiko yanasema katika kitabu cha Ezekieli 33 mstari wa 11 ya kwamba Mungu ana furaha na kifo cha mtu mwovu. Nyasaye tabua chome hoko ekero muntu munyabiwe agukwa. Mwenye ngota abantu bamintu. Mungu ana furaha yote. Wakati mtu anakufa, anakuja nyumbani saa 4, alafu anapatikana ni mlevi kule kwa njia amewawa, ama anapatikana amefanya nini na nini, ama ananyongwa eti alikuwa naiba. Mungu ana furaha na vitu kama hizo. Mungu ana furaha wakati ambapo mwanamume anashika kwa nyumba ya mwenzake, alafu anawawa kupale. Mungu ana furaha na kifo cha mwenye dhambi. Na kwa hivyo Mungu ana furaha sana na mwanamume na mwanamke ambaye anakaa ndani yake. Anapokufa mbinguni nafurahia, tumewin. Haleluya. Na kwa hivyo leo mbinguni tunafurahia. Na wale malaika wanafurahia kwa sababu dada wetu amelala katika mkono wa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. So tumekuja hapa kuwafariji, tafadhali tukaweza kuchukua hatua ya kuja kwa Yesu wakati kama huu. Praise the name of the Lord. Wapendwa ndugu zanguni, Daudi alikuwa na ufunuo mmoja ya kwamba maisha yanaweza kukatika, na akakubali. Na nyinyi jamii naomba ya kwamba mkaweza kukubali ya kwamba dada wetu Irene maisha yake duniani yamefika mwisho. Watu wasiende pale waanze kujisumbua, watu waanze kujiteza. Yaani mwandishi ushuhuda moja. Nyanya yangu alikufa kama anaelekea miaka 100.
lakini kabla yake babu yetu aliishi miaka. Na wakati yule babu alikufa, yule nyanya alijisumbua sana. Kila siku alienda kaburini akiwa analia. Anasema, mzee wangu uliniacha, mzee wangu uliniacha. Alikuwa anajifunga kila siku, alikataa kukula. Na mama alikufa haraka sana kwa sababu alikataa kukubali ya kwamba mzee amefanya nini? Ameenda. Duniani kuna watu wengi ambao wanakufa haraka kabla ya wakati wao kwa sababu hawajui kukubali wakati maafa yanakuja. Ndio maana Daudi yeye wakati hili litendeka alikubali kama limekuwa limetokea, basi jina la Bwana litukuzwe. Na hii ndio tabia ambayo hata Ayubu alikuwa nayo. Alipoteza vitu vyote, Ayubu alisema jina la Bwana litukuzwe. Maisha yaendelea. Mungu alinipea, Mungu amechukua. Haleluya. Akamshukuru Mwenyezi Mungu. Mzee nawe mshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu alikubariki na mama mpendwa. Wazazi, watoto walio hapa wa mama, shukuru kwamba Mungu aliwapea mama. Basi maisha yake duniani kama yameenda, Bwana akaweze kupewa utukufu. Haleluya. Tujiandae na tuendelee na kazi ambayo alikuwa anafanya. Mama huyu ninapomaliza, naweza kumlinganisha na dada mmoja ambaye anaitwa Dorcas. Dorcas alikuwa dada mwenye upendo mwingi. Alikuwa dada mwenye matendo mazuri sana. Kwa hivyo ndugu zangu, na sisi hebu tukaweza kuwa kama yule mama. Nini tunaweza kujifunza kutoka kwake? Ametuachia legacy gani? What has she left behind? Hebu tukaweza kufuata ile ambayo inampendeza Mungu, tukaweza kuitenda. Haleluya. Naomba tukaweza kusimama. Naomba tukaweza kusimama, tukaweze kufanya maombi. Leo hii ukilala unaweza kulala kwa njia gani? Daudi alikubali mtoto wake amelala na hakutaka lingine liweze kuendelea. Tumeona ya kwamba Mungu anapendezwa na kifo cha mwenye haki. Je, wewe mzee, wewe mama, wewe dada unaporara, utalala kwa njia gani? Hebu tuweze kuomba. Baba wa mbinguni, katika uwanja huu kwa sababu ya neno lako, dada wetu amelala Bwana, nasi tusaidie tukue watu wenye hekima. Bwana, sama jinsi Daudi alivyokubali, naomba jamii kaweze kusaidia waweze kukubali vile vile ya kwamba dada ametangulia. Bwana, siku moja tutapatana na yeye. Bariki mzee, bariki mama, Mungu wangu, bariki watoto wake, bariki watu wote wa kijiji na wa jamii wote. Jehova, naomba mkono wako juu ya watu wako. Kanisa hili ya Burongo waweza kuifariji. Asante mfalme. Tukupa sifa na shukrani. Kwa jina la Yesu tuomba na kuamini. Naomba ufunge macho bado. Uko hapo na ungependa kusema mimi nahitaji kumpa Yesu maisha yangu. Ningeomba kuomba na wewe. Tafadhali inua tu mkono wako. Popote pale ulipo nitaomba na wewe. Ungependa kumpa Yesu maisha yako? Asante sana kwa hiyo mikono. Baba, asante kwa hii mikono watu wako wameinua. Wengine ni wagonjwa. Wengine nahitaji kaweza kuwakomboa siku ya leo. Naomba mkono wako Bwana juu ya maisha yao. Ufalme wa ufalme ukaweze kuwaokoa. Bwana, fungua macho yao. Wewe ambaye umesaidia huyu dada amesimama ameweka ushuhuda katika nchi hiki. Mungu wangu, waongoze hawa watu. Wakienda nyumbani, warudi katika nyumba yako mfalme kama Daudi, wa kuabudu, wa kusifu, wa kuishi siku zao za maisha yao katika dunia hii. Asante mfalme, wabariki, wajalie kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Naomba tena tuombe kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya. Tuko na changa kubwa la corona, na si corona peke yake. Tuko na shida mingi sana hata kisiasa. Tunahitaji mkono wa Bwana katika nchi yetu ya Kenya. Tunahitaji amani ya Bwana kaweze kusimama. Naomba tu tukachukue dakika moja tukaombe. Baba, asante kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya. Tuombe ubariki nchi ambayo Bwana uliweza kuiweka kando. Mfalme, asante kwa rais, naibu wa rais, wapunge, hata bwana wangu na governors na wengine wote ambao katika serikali hii mfalme. Naomba hekima itokayo kwako. Na maarifa yatokayo kwako ewe Bwana. Baba, asante kwa sababu ya uchumi wetu ambao kaweza kuendeleza. Mfalme, tazama kuna changa la COVID ambalo limetokea maeneo yetu ya Nyanza. Baba yetu, sama tunakumbwa na kusukumwa hapa na pale. Tuombe kaweza kuachilia uponyaji kutoka chuo mfalme, ili watu wako wasiumie. Tunatubu kwa niaba yetu, kwa niaba ya watu wote mfalme, katika ewe Bwana wa majeshi maeneo haya na sehemu zote ya East Africa. Tuombe Bwana uponyaji wako juu ya nchi hii mfalme. Asante Jehova, tuhurumie na tuponye, maana wewe ndiye mponyaji. Tukupa sifa tunapoendelea kwa jina la Yesu aliye Bwana wetu. Amen. God bless you. Tunaweza kuketi. Wakati huu nataka kuweza kuleta jamii tuweze kuiombea.
Ni jambo la maana tuweze kuombea jamii. Tukiombea jamii, I hand over to the church MC. Kindly family, the nuclear family, naomba muweze kuja alafu tukaweze kufanya maombi kwenyu. Asante sana. Kindly family kama uko mbali please, maombi ni ya muhimu sana. Kwa sababu tunawahitaji ninyi. Tunahitaji Mungu akawape nguvu, Mungu akawape neema, Mungu akawape kibali. I could suggest wanaweza kusimama somewhere. Njoo kuja. They can come here. Familia please kuja tuweze kuwaweka mbele za Bwana. Na watumishi wa Bwana sana, ule wakati mnahitajika sana. We need your support tunapoenda kuombea hawa wapendwa. So kindly familia na watumishi wa Bwana kujeni ili tuweze kuombea hii jamii. Bwana akaweze kuwapa neema, akaweze kuwapa kibali, akaweze kuwapa uzima. Huyu mzee utaishi, utashuhudia mema ya Bwana. Amen. You live and declare the good works of the Lord. Amen. In Jesus name. Alikuwa ananiambia ya kwamba watu walipopiga nduru, watu walifikiri ya kwamba yeye ndiye ameaga. Lakini Mungu amemnemesha. Praise the Lord. So we thank God for his life, and we are going to pray a powerful prayer here that will cause you to stand in the face of the earth and testify of God's goodness. Amen. God bless you. Watumishi wa Bwana tafadhali kujeni hapa. Wale wachungaji please we request you to come. It's okay. Wachungaji hawapo na wazee wa kanisa hawapo because this is very important. We are making a wall. We are making a wall. This wall means a lot. It is significant in the face of the earth. Amen. Amen. God bless you. Naomba ukuje mtu wa Mungu. Okay, tunaenda kuomba. Wacha naona wengine wanakuja. Wacha wakuje. Wa jamii wakuje please. Family come. Family, it is your time. So come here please, and when we finish maybe we shall use the same time. Introduce yourselves, then we continue the program. So family, tunaenda kuombea. Naona kuna wengine hawaja kuja kutoka pale. Bwana usem yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea. Niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, oni mwa mbinguni niingie na wewe. Na waomba tena msimame, kindly msimame, mnyoshe mikono yenu hapa tunapoenda kuomba. Mtumishi wetu atatuongoza alafu tutamalizia tena. Thank you. Tusimame kwa ajili ya maombi. Mahali ulipo, kama umevaa kofia toa kwa ajili ya kumheshimu Mwenyezi Mungu. Baba wetu Mungu aishie milele. Oh yes. Baba, nacha kwako kwa unyenyekevu Mfalme. Nasema asante Baba kwa ajili ya neno lako mchana wa leo Bwana. Angalia Baba, tumekula chakula ambayo imetoka kwako mchana wa leo Mfalme. Ni jinsi tena familia imekuja kwa ajili ya maombi. Yes. Sasa mume ambaye mke wake ameondoka, ndio huyu namkabidhi mikononi mwako mchana wa leo Mfalme. Yes. Yeye pamoja na watoto wake wote na wakabidhi mikononi mwako. Pamoja na mandugu sao wote mikononi mwako. Oh yes. Ni asante sasa na kuomba unyoshe mkono wako Mfalme. Yes. Ukawafunike na damu ya mwana kondoo. Oh yes. Ni asante na imani utatena ni katika jina la Yesu Kristo. Ukawapea ujasiri Bwana. Yes. Jinsi ulimpea Daudi wakati mtoto wake
aliondoka. Ni asante unaenda kutenda mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Usidi kuleta amani yako katika familia, waonekanie Bwana kwa kila njia mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Simama pamoja na familia mfalme. Thank you, Jesus. Ukawabariki. Usidi kwa ajili ya uponyaji wako natoka kwako. Ni asante na imani chovu tatenda, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Baba, asante kwa sababu ya huyu baba ambaye amebaki. Tunaomba uponyaji juu yake. Tunafunga kila maroho ya magonjwa kwa jina la Yesu. Jesus name. Baba, timiliza na ukamilisha uponyaji wako kwa maisha yake. Yes. Katika siku hii mfalme, tunatangaza uponyaji kwake. Ndio. Tunabariki watoto wake. Na wachukua wote mfalme. Yes. Jamii mzima tunawashindia na moto urao. Moto wa Bwana ambao unalinda. Malaika wa Bwana walinda usiku na mchana. Yes. Kila silaha ambayo iko kinyume chake itafaulu katika jina la Yesu. Baba, ni asante kwa sababu Bwana ile kazi ambaye dada alifanya katika mchi mfalme itazidi kuonekana. Mfalme, nuru yao itaangaza kwa utukufu wa jina lako. Asante Mungu mwema. Wabariki, wasaidie, waingie hapa kutoka mfalme. Tunakataa achali barabarani, tunakataa vitu vya mapema katika jina la Yesu. Wabarikiwe waingie hapo, wabarikiwe watokapo. Utukufu ni wako wewe Bwana, maana umeyatenda. Sasa wabariki tunapoendelea kwa jina la Yesu Bwana wetu. Amen. May God bless you so much. Yes. Familia mnasimama tu hivyo. God bless you. Watumishi wa Mungu asante, mbarikiwe. Hamtawapa mkono kwa sababu zilizo waziwazi. Now it is a time for the family maybe to do their formal introduction. Naamini ya kwamba wamejiandaa vizuri. So asante sana tena kwa kunipatia nafasi hii. Nilikuwa nimesimama hapo awali kwa kuwakaribisha hapa, na sasa ni wakati wa kufanya introduction ya familia. Nafikiria mimi na majina yangu ni George Nyariki. Wengi hawanijui kwa sababu sikai hapa sana. Ninakaa Kitao na upande wa Bonjari. Ningependa kila mtu ajitambulishe, aseme jina yake, ndiposa kama Aidi yako na jambo aweze kunena. Kwa hivyo ni jambo la muhimu wajitambulishe wao wenyewe. Asante. Praise God. Naitwa Sarah Omwega. The second born. The first born is not around. Ramam Jenny. She's out of the country. So hakuweza kufika because of the COVID restrictions in traveling. But tuko pamoja. Praise God. Praise God again. Naitwa Elena Mora. Asanteni kwa kukuja kutufariji na mzidi kutuombea. Praise God. Praise God again. Kwa majina naitwa Joram Joseph Ndege. Wengi wananijua kama JJ. Dunia tunapita, pia si hatukai sana. Amen. Praise God. I'm Sophie, and Auntie Irene she was my auntie. She followed my mom. Praise the name of the Lord. My name is Joseph Stevens, and Irene Kitao was my auntie. Praise God. Praise God. I'm Paul Kenya Wambua. I'm the first grandson.
Winifrida Nyaboke, mke wa George. Habari zenu? Habari zenu? Mimi naitwa Esther Kemunto, mimi ndio nafuata Edward. Ndege Elvin, Irene kamati yangu. Naitwa Milka, sister to Edward. Biamore. Amane ke swari time tibija tiangwa ne kusi ornamate biamore. Ngoro kumwenje oyo tabita. Lakini tatan chorom inchoyo mwaba ediama ke kuru mwate site tokari. Asante sana. Biamore mwezi. Inaitwa Florence Ndege. My brother ni Edward. Sasa asante. Kwa sababu Hedi hataweza kuongea, ningependa kuita Ango Arfayo MCA haje hapa mbele ili hatumalizie yale ambayo yatafuata. Okay, asante pastor. Wachungaji wote wale waka hapa. Ile kanisa Irene alikuwa naenda, asante sana kwa kazi nzuri ambaye mmefanya. Lakini kabla sijaongea neno kidogo, ningependa kutambua mtu mmoja wawili hivi tusiwawache nje. Kuna ile watoto wameoa kwa Edward. Wasiseme tulienda huko hatukupewa nafasi. Kama hapa please kuja hapa mbele. Wale watoto wameoa kwa Edward, sikuona kama waliitwa hapa tuwajue, hata sisi hatuwajui wengine. Wale watoto wameoa kwa Edward. Na wale wameoa hapa kwa Edward. Wakuja hapa wageni marelative wajue kidogo. Kama uka hapa kuja usimama hapa useme jina urudi. Hii nafasi ni yenu. Amuko? Na mwingine, hakuna mwingine karibu? Karibu Omochokoro kuja hapa kidogo. Msikuje mseme, tulienda huko hatukupewa nafasi. Nyinyi ni muhimu sana. Kuja hapa mjulikane, sema jina, mahali nyumbani iko, alafu ukae. Karibu sana. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Amjambo. Kwa majina naitwa Cripson Manoti. Nyumbani ni Masimba, but most of the time nimekuwa nikiishi hapa Gianchere. So mimi ndiye niko na Elena. Nimemuoa. So Elena is my wife and I'm proud to be here with you. Pole sana. Asante sana Omochokoro. Unaona tungewacha watu wa maana, hawa ni watoto yetu. Tukipita kwa parapara wengine wamjui, ni vizuri amekuja hapa tumeona. Asante sana na mkae vizuri. Muende mchungane, unajua nyinyi wadogo. Si ndio? Muende mchungane vizuri. Mulianza maisha juzi. Okay. Ningeenda haraka George kuna mahali anafanya na George alifanya kazi nzuri. George kuna mahali anafanya kama watu waena waka hapa. Watu waena kama hapa hata kama ni mtu mmoja kuja hapa. Ningependa kuwaombea nafasi kwa sababu walikuwa hapa na kuna mazishi ya mwenzetu alikufa, wameenda huku. Poleni sana. Asante sana. Semechi ya Edward Wasiri Onchiri nilimuona hapa. Sawa. Mimi kwa majina naitwa Zablon Onchiri, ndio bwana wa Josephine Mwangu kutoka West Mugirango.
Poleni Edward na familia yote. Asante. Mimi pia ni semeti ya Edward na mimi nimeoa hapa miaka 40 ambayo imepita. Mimi ndio niko na msichana mkubwa wa boma hii ya Msendega ambaye amelala. Ni familia ambayo nimechua kwa muda mrefu. Nimechua semechi yangu ambaye amelala wakati mama aliaga. Amekaa vizuri na mama mwingine ambaye ako pale chini. Na mimi hata sijui kama wako nyumba mbili, naona kama ni nyumba moja. Ule mama amesimama kama mama, kama mzazi, ameweka watoto wake pamoja. Na wakati Edward alikuwa kwa kazi huko Nairobi au mahali pengine, Irene amesimama vizuri na mama pale chini wakisaidiana kwa mambo yote ya familia. Pole semeji zangu wote na pole kila mtu kwa poma hii, ango yangu pole. Sisi tumehuzunika sana, hata tusemi kitu. Hii is just like a bomb cell. Mungu anajua mahali atamweka. Irene hajakuwa na maneno mabaya. Mimi namjua hata wakati aliingia hapa nikuta niko nimeoa hapa na nisemeje ambao nimeamini sana. Na wakati mtu ulipaki bila mtu ilikuwa nikija ninampata pale. Kwa hivyo ni kama tumepata pengo kubwa. Lakini nafikiria Mungu ako na njia nyingine atamsaidia. Tafadhali niruhusu niombe. Our Heavenly Father, we thank you for what has happened. We cannot go against the judgment of what has happened. But we pray, God, that we who are alive today, you shall sustain us and keep us in the right paths. And Father, as our guests depart from this point, be with them all the way. Father, we ask you to guard us against this COVID-19 pandemic. And Lord, as we step out of this place, let peace be there. We praise this name in the name of Jesus Christ our Lord. Asante sana. Kama tungewawacha hapa hawa tungefanya makosa makubwa, sababu ni watoto yetu wameoa kutoka hapa, wangerudi na jina mbaya waseme tulienda huko hatukutambuliwa. Asante sana kwa kukuja. Ningechukua hii nafasi pia nisema asante sana kwa wale wote ambao wamekuja kutoka mbali. Tunajua Edward yako na marafiki wengi sana. Na wengine wangeweza kukuja, lakini tunajua wameongea na yeye. Mheshimiwa Mwamba, karibu sana. Na ukuje straight hapa tu sababu tumemaliza, hakuna nafasi nyingine. Kwa hivyo nasema asante kwa wale wamekuja wote, wageni wametoka Nairobi, wametoka Kisii, wametoka kila mahali. Na wale wametoka Mombasa hasa sana. Mungu awasaidie sana. Mmejaribu, Mombasa ni mbali. Hata Irene wakati alikuwa msibe natokea nyumbani kwao, alikuwa analia sana. Alikuwa ananipigia simu kama wakati mmoja sijui ni nani watu walikuwa wanafariki huko nyumbani. Alikuwa ananipigianga simu kila wakati. Sisi tulikuwa tunashindwa hata kwenda. Sisi tulikuwa tunampatia transport, tunamwambia aenda, alafu ikusaidia hata kurudi. Kwa hivyo tunasema asante, mkirudi huko, mrudi vizuri. Mlikuwa mmetupatia mtoto ambaye alikuwa mzuri, lakini sasa Mungu amemchukua. Kwa hivyo pato nyinyi ni watu wetu, msikose kukucha hapa ati Irene ameenda. Nyinyi pato tuko pamoja. Sababu watoto waka hapa, amewacha kila kitu, mseika hapa. Na watoto wa Edward, nashukuru sana sababu ni watoto wazuri. Baba yenu bila amewacha na mnaona Chusi alikuwa mgonjwa. Msikae mbali. Mkiwa mahali mko, mnakimbia mnakuja mnamuona. Ndio mtaongezea hii msema siku. Lakini mkikaa mbali, unajua atakuwa na stress mingi. Na mimi naomba Edward, mimi najua ni mtu umekaa Nairobi, umekaa kila mahali, unajua maneno vile iko. Unaona babu yako Kengara yuko, Ndege alienda, Mong'ina Sibera alienda. Sasa wewe Tabita ndiye amepaki kama kingpin ya kuandega hapa kwa mji ya Ndege. Alafu wewe Edward, alafu George. Na mkae vile mmekaa muda mrefu hapa. Sababu vile mmekaa hapa hatujasikia hata watu ya Ndege wamekosana. Hata vile mlionyeshana samba, sijawahi kusikia mahali mliweka mpaka ati mwingine amesongeza. Kwa hivyo mkae na hiyo amani. Mungu awasaidie, tusikuje tena kufanya kesi siku nyingine. Mkae vile mmekaa tangu mbeleni. Mungu awasaidie. Mimi najua watoto wa Edward ni mtu mwerevu, George ni mtu mwerevu, mama Tabita ana maneno. Kitu tu watoto wa Edward Mungu mkikuja mnaangalia mzee. Asa
tunatoka hapa leo. Tafuta nafasi kidogo, mnakuja mnamuona. Sasa ndio roho yake itatulia, lakini kama hataona watoto yake, unajua akiwaona ndiye atakuwa ameona Irene. Akiwaona watoto yake na sura yenu ni kama Irene. Kwa hivyo akiwaona anaona ameona Irene. Muwe mkiona mzee ndio mzee Mungu na wewe tu watu usikue na mafikira mingi. Watu wanaenda. Hata ingewezekana wewe ndio ungeenda. Lakini mama ametangulia. Sasa wewe tuliza roho, Mungu akupatie masiku na wewe ukae kidogo, uchunge huyu JJ akuwe mkubwa. JJ hata tulikuwa naye hapa juzi. Kabla hata sikujua mama ni mgonjwa, tulisalimiana hapa, ndiye akatoka kaenda Nairobi. Hii mtoto mimi najua ni mzuri na alijaribu sana, kama watoto wote wamejaribu wamemaliza shule. JJ ukae na mzee. Mzee uwe ukimuuliza ile kitu unataka, unamuuliza. Nataka kufanya hii. Usienda kuuliza watu mbalimbali huku, baba yako ndiye atakwambia vile utakaa. Kwa hivyo Mong'ina Tabita Nyasaye tigao kwa na mchunge hii mama. Tabita naye pia amekuwa mzee. Naye anatakana achungwe tu ati ndio mtamchunga hata kama wewe ni mgonjwa, wewe ndio sasa kama Ndege. Etu ati ndio Ndege alafu anafuata na church. Kwa hivyo tunawaambia vizuri. Ile committee ilikuwa na simamia matanga kina maneno na wengine. Mimi pia nawashukuru. Kanisa ya Ambassadors tunawashukuru. Pastor na kushukuru sababu chusi mlikuja hapa tena. Mmekuwa mkikuja kila siku. Pastor kwanza anakuja kila siku. Mmekuwa mnatufanyia maombi hapa kila wakati. Msichoke kwa sababu kama mama alikuwa mshirika, bado Edward ni mshirika. Kwa hivyo asante kwa ile mmefanya tangu chusi mpaka leo. Mpaka tumemaliza tukiwa na nyinyi. Mungu awasaidie na muendelee na ile spirit ya Irene. Kwa hivyo sio maana kwa hiyo machache au mengi nimeongea. Mungu awasaidie nyinyi yote na Mungu asaidie hii mchi kabisa, mchi wa Ndege, mchi watu ya kichichi hapa. Mungu pia awape hekima, awasaidie na kitu cha muhimu. Wakati huu maisha imekuwa ngumu. Hii magonjwa mmeona hakukuwako huko nyuma tu vile tumesaliwa tukikuwa. Kuna biashara pale. Tafadhali uachana nayo kwanza. Atucha magonjwa ichakucha vile imekucha, kuna ukimwi imekucha, kuna hii sasa imekucha sasa, hii inatetemeka ulimwengu mzima. Kwa hivyo dunia inaenda ikibadilika. Kitu watu wafanye ni kukimbilia kwa kanisa. Uombe Mungu wako. Mungu aone kama atakusaidia, lakini kama unaenda mbaya sasa wewe mambo yako haitaenda mbali. Kwa hivyo nasema asante sana. Mungu awasaidie nyote mkirudi. Sisi kama familia tumefurahi kwa sababu mmekuwa na sisi. Kwa hiyo majaji Mungu awasaidie, asante sana. Majina yangu ni Arfayo Ngeresa Mawira. Mimi ni yangu ya Edward. Asante sana. Pole kidogo pastor. Hapa karibu niko na mheshimiwa ambaye tunafanya na yeye. Na yeye ni jirani hapa. Lakini tunafanya na yeye Nyamira. Sasa sijui kama amekuja sababu ya mimi au amekuja sababu yeye ni jirani. Wacha yeye atoe pole yake hapa na aseme jina yake. Mheshimiwa, nimeshukuru sana kwa nafasi. Mimi ni jirani na tena ni mtu wa Kichichi. I want to say briefly and very short. Edward ndiye ametulea wakati tulikuwa wadogo mpaka tumefika leo. I want to tell our brother Edward, we know you for a long time, but we want you to have hope that one day that you'll meet your wife and the parents. I've just came because I love you. I know how much the way that we were very close together when we were young and up to date. In fact, today, somebody told me and today, I thought it was Friday. But weta ni umwishimu itongereza familia nchinaona kinira mono. Mong'ina Tabita, our friends, our Vesta, and the whole family, poleni sana. Our former Wasiri, I want to say thank you so much, Mitonshiri, for the support that you are giving us. Igabantu baitu
tiganya sara mi family. Ndege was a good man, very polite. Tuwe wete manganande no torichi ensema. Ngakiyara ko buyinya sai. Kirare ni burutuwaye. Wa umerana na abamwabo. I want to encourage the family of Edward. Be close to your father. He is there for you, and you are there for him. The only thing I will encourage you that be very close to your father and keep encouraging one another. This is a day that you must experience who's near you. And I hope that you will keep the faithfulness and the honest and respect to your father and the community. Otherwise, as I would change a child, Nainchena Myokane, Neke, and Neke, and Tigananching Kishega, Igaba Sikisabagima, Nanchina Ruling Gorayan. Erietariane, Gerarotiko Moniko Gato, Igonko Monica, Mwamba, member of County Assembly, Onyamora. Igobi Eurobians, Imewapatia poleni sana, with my condolences of 1,000 shillings. Thank you. Amen. Asante sana mheshimiwa kwa hiyo kazi mzuri. Tumemalizia hapo. Nataka tu kupeana vile mambo yanaenda kutoka sasa na kabla tuchafanya mengine mengi. Pale mahali tunaenda hatutahitaji kila mtu. Ile familia inatakikana pale na wale wako close ambao tupeane nafasi ili kwamba itakuwa vyema, wala ambao ni wengine tu, lakini tena msisalimiane. Kama iko hapa ndani, but kuna flowers zingine huko zote ni confirm yetu ya kasi. Bwana, faraja zako zikaweza kushuka juu ya kila mmoja wao. Falme wa falme, naomba amani ipitayo akili kaweza kushuka juu ya mioyo yao. Bwana, tawala kila mmoja, jamii na majirani na marafiki wote watulie katika utulivu wa Roho Mtakatifu. Pokea sifa ewe Bwana. Tunashika hanga kwa jina la Yesu Kristo. Tawala haki kwa jina la Yesu Kristo. Tangaza amani ya Yesu katika mahali hapa. Bwana, tawala katika mahali hapa. Falme, leta amani yako ili ukatukuzwe. Bariki watu wako na wafariji kwa jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Watu tunaweka laini na
It's okay.